SGVV, I want to mention something that I heard from our Excellency Masika Wetangula, the Speaker of the National Assembly. He said this, I think it's yesterday or 2 days ago. He said, those of the men who are interested in girls in school uniform, buy uniform for your wives. Leave the girls to go to school. And these are words that we need to echo throughout. The girls belong in school. And we've recognized that when you keep girls in school, you empower them to become the powerful force you can see here. They say when you educate one girl, you've taken care of a village. So let's ensure that our girls remain in school. In this respect, AHF implements a program called Girls Act that does mentorship for the girls and also sponsors some of the poorest to go to school. I think right now we have like 400 girls under that support. In addition to this, in this region we have teenage mothers. It doesn't mean that now that because a girl has become pregnant, we discard her. No, she's still our daughter and she has a future. We must be able to help her to get along. Where possible, return her to school. Our support, in addition to this, is that the girls who cannot live alone, can they? Don't forget the boys. So under AHF and the support, we are working with the NSDCC. We have a new program we are calling Boys to Men. It will take men to hold boys' hands, Dr. Bosire, to hold boys' hands to become real men. And real men protect women. They don't fight them. They don't beat them. They protect them. I think that's why God gave us a little bit of more muscle than the fair gender. Your Excellencies, our support in the region goes beyond Homa Bay to Migori. Migori is our newest region in this area. And we started last year with 3 sites. We have 9 members of staff. And we intend to expand to an additional 3 more sites next year. And with an additional 5 members of staff. And currently we are supporting about 9,500 persons living with HIV infection. We are grateful to be part of the Nyinam team. We are happy to be part of the team that supports you from the grassroots. We are grateful that you are, as you say hi, we are grateful to be part of this team, not now, but today, tomorrow, and into the future. Nyinam oye! God bless you. Thank you. Erokamano wapamne uru motegno gik mawacho nwago. Koro wadhi mbele tung'eyo ni e bunge kucha be wantiere ga gi jotelo. Kamora mora nyaka ntie ng'ama telo ne nyawadgi mana kaka koro Governor Gladys Wanga otelo nwa duto. Adwani mondo koro akaw thuolo ni monda mi jatelo motelo nwa e bunge ma waluongo ni whip wa e bunge kucha. Bad girl Mheshimiwa Honorable Amilo. Halo. Wamama hai. Wamama untie. Adwa mana nyiso Rosa. Ng'eni dholuo chendo. Awinjo koluongo koloko bad girl to wacho ni nyako marach. Koro an adwa loko nu gi dholuo. Nyako mobiro marach. Abiro marach koso kabiro. Yena uru. Abiro marach. Anyako mobiro marach. Gavana wacho ni abiro marach to mararacha. Gavana kanyo tiyame. O clarify ni kaka Rosa wacho cha. Ni chalna raracha to anya suba majaber ni ya. Donga jaber. Aber ka dhi kendo aber ka yena uru nikech wan ka gi welo mang'eny. Donge dwaere mondo wawinje dwandgi. Mondo wambe wane ni wan be wan mine. Tinde wanyalo bedo kendwa. Mwago mbaka kendwa. Machwo be winje marach.
maluore mondo ne gik ma mine timo. Mit kosok mit. Giseng'iyo ga ng'ie pile pile ni gin gibet to wamiel negi to gin ema gitelo. Wan bodwa ni mine kama neno weka, anene MCAs, anene wabunge, anene senators, anene presidents. Ber kosok ber. Omiyo wan be wadwa ni kama chuo telego. Wambe tinde wadonjo, wanyora nyora wadonjo, wanyora nyora to watimang'o. Yena uru monda luonge Christine Honorable Dr. Christine Ombaka Masiaya. Aya. Siaya untie. Rarieda untie. Bondo untie. Alego usonga untie. Ugenya to ugunja to joje mtoni kanye. Amor machopo kama e romo mar joma mine. Ubeyo kendo un very smart gi kizungu. Tawacho n'odiochieng' machal kama ma mine oromo ka ng'iyo jogo magoyo mine 333. En odiochieng' maber nikech wabiro somo gimoro ma kwadok e miechwa to wadhi go gigo. Owach ni sigand nyinam e teko mar nyinam. Wan gi sigana mag tuoche, wan gi sigana mar mako ich mohiu, wan gi sigana mar tho mang'eny mag HIV and AIDS. To pod wan mana gi teko. Wan gi teko mwanyalo gogo gigi mondo ngima wa obed maber. Omiyo kwa biro ka wabiro somo kaka wachal, wabiro go sigana, to wabiro kao teko ma wadok go to wadhi go tuoche gi. Ber kosok ber. Ber kosok ber. Koro mama ka mama wach ni an giteko. Yes, I can. Wachare ni kizungu. Yes, I can. Kendo? Yes, I can. Kendo? Yes, I can. Atieko kendo kawacho ni you have the power in your hands. In giteko elueti. Kiki yuagri mi maklembi mi wachna chiedh kune. Bed mnagi teko nikech sigand nyinam en sigana mar jogo man gi teko mo ae dho nam. Ero uru kamano, Nyasaye mondo ritu. Ero kamano. Thank you. Sigand nyinam. Yawa wakia kwa duoko. Sigand nyinam. Oh, not sigand nyinam. 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 Sigandwa? Nyinam. Sigandwa manjiso kumwae gi kumwa timang. Nyiso ni wan osiepe inda. Yena uru. Donge jogo wa kumwae emang'o. Kumwae to kumwadhiye. Koro yena uru monda luonge Senator Catherine Muma. Nyakach. Sigand nyinam untie. Sigand mar Kisumu untie. Sigand mar Migori untie. Sigand mar Siaya untie. Sigand mar Homa Bay untie. Asante sana. Asante sana. Sigand ma Nairobi untie. Asante sana. Mimi ni dakika moja peke yake kusema ya kwamba ile nguvu tuko nayo kama sigand nyinam ni nguvu kali sana. Sawa sawa sawa. Ni nguvu ambayo inaweza kuleta maendeleo, nguvu inaweza kuleta afya, nguvu inaweza kuleta uongozi kwa wamama, nguvu inaweza kulinda wasichana wetu. Tunaweza ama hatutaweza?
Tunaweza ama tutaweza? Tukirudi nyumbani Kisumu, Migori, Homa Bay, tuendelee na mikutano ya Sigan Nyinam so that we are much stronger. Sawa sawa? Asante sana. Jathum ninde class akiani ngani nongiyo gi wa munyoro. Kama nya wuoyo mamit kamano. Nichwade thum mara moja. Koro ritari to wedna mit. Ani no kaero ngama tema gi thum. Roslyn Atieno Ondeyo. Iwito bag nigi gimoro mora iye to kuom awi maber oseyude. Oseyude nyaka gimoro nyaka sime yote. Donge wapamne jowa matiyo matek. Oseyude nyaka gine yote. ID nika wakawa chuth be. Koro ka bag ka umana piny kacha. Erokamano. Aya. Yena uru monda luong Nyanam motegno. Wan gi Nyinam ka motegno koso gitegno. Wan gi Nyanam. Wan gi Nyanam motegno. Monge mako network. Iluongo ni Fatuma Full Network. Okalo dugo kawi ber loyo rieko to nyaka riti mano suba duto gi nyandi. Ero ukamano Nyinam untie. Nyinam umor. Nyinam onge mang'eny madang wawachi usewinjo kaka piny chalo kaluo. To gima dwa kwayo u ni kik bed ni in pile ka pile ipenjo mani to Nyinam wang'ni wadhi kanye. Nyinam wang'ni wuoth tero wa kanye. Penji ni nyaka nachak wuotho e wach mar sigand Nyinam ang'o masetimo gi puonj. Minister so nyisa ni minister so chako chungte. Ke janeno mana chiel. Mag counties te ok mana ma Homa Bay. Chungura chunga kama pio ji odeu. Chungura chunga mapiyo. Omera to gi beyo. Akiani onme. Wachu mana nyingi gi county ni. Erokamano mheshimiwa. Nyinam untie. Umor. Uil. Aniluonga ni Beatrice Wadiaga. Ane jatend migawo mar tuke, chwech mar oganda, kitwa gi timbewa, to gi chenrogo mar jomatindo, county government ma Kisumu. Ero uru kamano. Nyinam untie. Erokamano mabe. Aniluonga ni Grace Masi Osewe. Achung ni migawo mar thieth Homa Bay ka warwako Homa Bay. Erokamano. Wamama untie. Koro wan gi nyako mondisore chalo nyar kingi. Iluongo ni Rosa Akinyi Buyu. Nyako motek. Aya. Akwayo kama. Nyinam akwayo kama. Ng'iya ne miyo mobet bathi ti wach ni iber yawa iwachne. Aya. Winja ne uru. Gimomi akwayo ni mondi wachne nyabathi ni iber yawa. Nikech wabeyo, koso kwabeyo. Mae momiyo kwadok thuchewa. Wadwani wakone chuo manindro gi nyithinde wa matindo mamiyo ichka. Ni wabeyo wan ka. Wawinjore. Samad mzee moro jaduong' maduong' dwa mako nyathini. Obi owuok kodi mabero serio weni nyathi mondo dhi school. Wawinjore kanyo. Nikech kagimanyo ber to waduto wabeyo. Kagimanyo iga to wan waseromo.
Omiyo giwenwa nyithindo go gibi irwa. Gibi koso ki gibi. Ero uru kamano. Ondisore koso kondisore. Embo miya mare no ayaw. Amedo mana material to Roma. Oroma koso koroma. Yena uru Homa Bay ka wan gi mine mosomo ndi. Gavana marwa wacho ka. Nika. Kijua moja. Degree 3 kata 6. To wan gi gavana madhog wang'eny gi. Wambe koro gimiyo wa challenge sani wadok e skul wasomo. Omiyo adwa luongo nu ka. Nyako miluongo ni Honorable Dr. Lilian Gogo. Erokamano. Erokamano, erokamano. Nyawang'aya. Kamipare jotakatifu tete. Ruoth parna Nyawang'aya. Aneno ka ng'ama miyo ni ka to chiek kabor. Mar ariyo. Pile kineno ka ng'ama dichuo goyo ng'ama dhako to nitiere miyo moro kamoro. Adiera koso miriambo. Adiera koso miriambo. Akwayo mine wetena. Kiki yiego miyo wadu nikech in. Kawadak e doho. To nyaka mikai wa miluor. Awacho koso kawacho. Mar ariyo. Akwayo ni ka osechopo ni oyudore ka in godo. Kik nyami nono. Nabiro gi mas kawuono. Opakru Yesu. Opakru Jawar. Nabiro gi mask nikech an gi homa. Okadwa ni homa man godo ni. Amida ko wadwa kawuono. Be uwinjo kama kelo no. Kora adwa na lam ne nyathi dhako. Nyasach ng'uono. Nyithindwa manyiri to koro ine midhirito nwa. Wan bende kaka mine konywa. Mondo wapuonj nyithindwa. Mondo kik nind kodgi ohalale. Uwacho nang'o mine? Amen. Jathumni ng'ato nong'iewo. Apenjou. Wach mamit kamano muneno makamiyo mabathi ochung' mielne. In mibedo ni tiene no kidwa ni miti waumre. Adwa ni ka wach mamit owuok. Timbi wuok gi gero. Gi mit. Ayiena uru moda luonge. Nyako mosomo. Honorable Dr. Eve Akinyi Obara. Kichwa moja. Degree 10. Haya. Nyina muntie. Warwako Homa Bay. Iluongo ni County of Endless. Erokamano kendo wagoyo Nyasaye erokamano momiyo wawuoth kuma bor muchopo ka. Dongo timo kamano. Kendo wachak wakwaye ni ka ang' wadok. Kendo telnwa mondo wachop thuchewa mang'o maber. Dong kamano.
Koro wase somo, wase winjo weche. To nitie kategori moro maparo ni onego koro wa single out. Kategori miluongo ni members mag Nyarai. Members mag Nyarai. Mine ma awinjo kiluongo wa ni mond liete. Members waereu. Haya. Koro ne uwinjo ka Kisumu County ogolo chik moro maber ni kata ng'at moro nitie masa moro wang'i omako to nyaka obed gi certificate of ang'owa. To karung'eyo nyaka obed gi certificate of, nikech wayudo ni seche mang'eny gi jonego gamon gender based violence cha wabeduru kwa timore nade watang'. Kik wakel jomoko moyugno ang'ono emier wawinjo mano. Wapukare wapuonjore. Koro sigand nyinam tiwacho ni nyinam muwacho nang'o? To kowach ni koro iwacho gi Kisungu tiwacho nang'o? Our story, our strength. Koro wawinjore. Koro wachako. Nyinam. Nyinam. To kendo kachako wacho nyinam mar Kisungu koro. Mokwongo en dholuo, mar ariyo en nyinam. Nyinam. Your story is your strength. Her story is your strength. Wabrogo mbaka mondo wawinji maber apani koro odonjo, dongo donjo. Bas. Erokamano urainya panisa koro yombo koro erokamano. Nyasaye otelnu. Erokamano. Iluonga ni Ivo Bara. Nyanya kach Gemrai. Erokamano. Hey. Wambama hai. Winjo kwa wacho ni nyinam sigandwa etekowa. Sigandwa ma ji ok par. En ni kani yudo miyo mokwongo. Mano kwongo bedo MP e Kenya mzima. Ne nyanam. Kidwaro ng'ama miyo mano kwongo bedo justice e Kenya mzima. En nyanam. Moneno ka gavana odhi oketo nyaka ndara mochakni Efi Owuor. Gavana bokwayo mana ni mondo med justice e bathe. Omed justice mondo ji ong'e ni macha justice. Mano kwongo bedo ung'e kanyo. Mine mokwongo adek machiegni adek ma Kenya ka ne nyinam. Kwa paro sigandwa mane tekowa. To sani nitie gik maduoko wa chien. Triple threat duoko wa chien. Nyiwa okusom, nyiwa mako iye katindo. Stochwa machon chalal. Emomiyo agone nyawang'a erokamano nochoko wa kanyakla kaka jotelo. Mondo wawach story wa. Mondo wang'e kuma waae. Kumwae bor. Kumwadhiye. Bende uparo chien kacha. Kaka jogi ne yanyowaga. To wan waonge. Wan waonge uchochen. Wan waonge mdomo mingi. Wan wachwado mana tich. Joma wuoyo go to debe tupu. To yena uru gi kanyo mondo waluong jako matiyo matek. Nyawanga. Ya wadaki keto wan waonge wasi wan wachwado mana tich. Ketunwa osiepe kar wan waonge wasi wan wachwado mana tich. Joma wuoyo go to debe. Keta DJ manyo osiepe kati keto mana kar kamuburo go no. To samwari to no. Bosa yude. Akwayo ni ya. DJ. Gavana wuoyo. Ka gavana ose wuoyo. Ka gavana tieko.
to ket gino kama wuok ni wan waonge uchochevi, wan waonge mdomo mingi, wan wachwado mana tich, joma wuoyogo to debe tupu. Haya, Nyinam hoye! Nyinam hoye! Hello? Ntie tragedy mano yudo jowa mane odhi wuoth Kisumo to tho jo Nyakach mano wa Nyakach. Koro wadwani kwa yie, we would like to observe 1 moment silence for the over 29 people who passed on in a tragedy. Tieneni chung malo mondo wabed gi 1 moment silence. Yani waling dakika. Eru kamano wabedi. Jotendwa duto te mobiro Homa Bay, wabunge, togi MCAs. Dr. Bosire, I'd like to recognize you because you are not here when NSDCC was speaking. Just wave. This is Dr. Bosire. He's the head of the NSDCC. And I want to recognize him specially because when we started Sigan Nyinam, nobody could understand what we were doing. But when we came to NSDCC, you together with Dr. Masha, you agreed. Kono samoru neno kubire wuoth mag Sigan Nyinam kato ting ting moro donje simbi. Dr. Bosire ni emonge kuma ting ting no ae. En ngama ber. Our partners, the AHF, thank you so very much. Our partners, NUPEA, the nuclear people. You know, Pat, I want to thank you very much because you have profiled Homa Bay when you brought the whole PR association to come and meet in Homa Bay. When everybody thought when professional associations have conferences, they should go to Mombasa, Naivasha, and other places. You came to Homa Bay as the vice chair of PRSK. When you went to NUPEA, you know this nuclear thing, CEO, I didn't know that it relates to me in any way. I was just thinking nuclear is a big thing there. And I was thinking it's a bomb. Because nuclear enango bomb. But when you people came to my office, you said they are good users of nuclear. And that for Kenya to get to the point of full development, there is no way we are going to compete with countries if we don't exploit our nuclear potential for energy to power investment in this country. And therefore, you explained that this also has a relationship to the community, particularly to the women, because sometimes they associate nuclear with cancers and so on, but you wanted to tell us that that is not the case. But you also wanted to take the opportunity to sensitize us, the women, on cancer. And that is your outreach program. And we really want to thank you, NUPEA, Chairman, CEO, Pat, for coming to the community. Because here in the grassroots is where it matters. So we want to encourage you. Today you have found us here in the 4 counties. But go to Kisumu, to Siaya, to Migori, to every corner, so that we sensitize our people on cancer. Because cancer is now just coming up surprisingly. You think your stomach is aching after a few months. Cancer. You think, cancer. That sensitization and medical camps will help our people greatly. Thank you. Please be seated. Apimo ginokosoka pimo. Kanga to mi pesa nyaki pim gik moko makati kia gigo. Idhi abia book mi so mi wat ni gigi nyaki pim. So, for our partners who, Honorable Nyokabi, please just rise for recognition. Honorable Priscilla Nyokabi, former women rep for Nyeri, senior advisor in my office.
Asante sana. Karibu sana. Kawuono waonge weche mang'eny. Nikech Amilo osewacho ni waonge wasiwasi, waonge ochechechesi, waonge midomo mingi. We thum mondi. Thum no osewach ni sami goye. Ka watieko speech. Koro nyinam. Kawuono ne wan kaka nase pimonu. Nikech devolution conference ne dhi timore. To ji winja ni devolution conference ni en ang'o? Be en gi oriwore koda e wach moro amora. Mane momiyo kaka napimonu kaka nwaromo gi jotelo. To wawacho ni mine wawa e grassroots mondo weche mwawache boardroom gi wabi wawach gi e hall ka. To imbe kia kodgi e hall ka ter gi mashinani. Uyie gi wachno. Adwa kelo nu mos maduong' mar mama mamin piny. Ma bene wan go e bura Kisumu. Noko nyal chopo ka to wacho na ni monda mos nyinam kenda mos wainya kenda ngisu ni en kodu. Uruako. Nyinam en movement. En movement. Yeah, oparna bende ni Senator Beatrice Ogola, ma en senator marwa, ma nominated mowuok Ndhiwa. Ere jo Ndhiwa man kafwa na uru. Yeah. Okola apology mari en oko mar Kenya. Apology machielo ma wan go be mar Bensouda. Honorable Joyce Osogo Bensouda. Embe ene dich mok nyal geng. Koro sigan nyinam en movement. To en mondo wapar ni wan kaka nyinam, nwachake mana matin to be wachake mana kaka wan ni. Jiteka. Be onge chairman, be onge secretary. Ena kakodhi ne kakodhi. Kakodhi ne kakotimore nade kakodhi. Ni mondo wang'ini ere kaka wanyalo makore kaka mine ma nyinam. Wang'i chien kuma waae gi kaka mine ne lich ma nyinam. To negi lich nikech somo. To wang'i ni sani wan kanye. Be pod wasomo kaka ne wasomo choncha. Koso sani nyithindo manyiri mako iye to we school to dhi tedo to koro jomo somo koro dhi matin dok matin. To wadhi kanye kuma wadhiye be wanyalo chope kwa makore kanyakla. Koro agenda wa en triple threat mokuongo nikech mae gima duoko wa chien mogik. To embe wawache nikech sponsors wagi ni e sector mar the triple threat issues. Machielo mane wamede wiye kane wan Kisumo en education. Somo mar nyithindo manyiri. Gi mentorship. Ne wawacho ni ya school manie tie dala uno into erisomo iyudo idhi e college erisomo ichope form 4 erisomo bisedhi mi wuoyo gi nyithindo manyiri kanyo. School manie tie dala uno bisedhi mi wuoyo mi wacho ni ok ni pok gibiro wa une mapenjo u onge ng'ama biro ine midhi nyathini minyuolo no bi kaw thuolo kode bi wuoyo kode bi puonje kosi dicha ine jua kali Monday to Friday Sabato koromo Saturday ine odira okinyi nyako tieno ine jakwaya kata ine mama kanisa nikech kan chwaro gi nyithindo manyiri to gipenjo ging'isowa kwa penjo gin tang'o momiyo wachie ni omakou ni mama wadongo kabuya wadongo kang'o kabuya ng'ama wuoyo kod otimore nade onge to jonyuol ni kanye gidich ok ni gidich marach gidich gimenyonwa nikech nyaka wadhi school lakini responsibility mar wuoyo gi nyithindwa en wan ine manyaki kuongi wuo kode koka japuonjo wuo kode koka jo kanisa timre nade owuo kode mane wuoth manokelo wa kaka wuono mondo wapuonjre mondo wago mbaka to nyinam
Akian ulamo Nyasaye marauma. Ulamo Nyasaye marauma. Kete ni pokane ni Yesu. Nyakanene pokane ni Rabi. Pile pili kedona. Amina yo pile pili lochona. Sama wasikane no chokore. Akatungu Joey. Waya. Jatende Luen. Asante DJ. Aketo thumno. Senator Betty Montet. Senator nominated on ODM party. Karibu sana. Mosnauro kuarono. Nyalandono. Koro Nyasaye marauma manyina mlamoni. Otimo ono moro kamatin. Ono malich. Alando ono. Jomoka omos maragwambo Nyalego kwangu chako fuana fuaya kama. Amolo Tinga. Raila Wonyalego. Bas. Manager tendwa. Ko wacho ni left wadi kanye. Ko wacho ni right wadi kanye. Ko wacho ni fire wadi monango. Koro sani wacho ni wane broad based government. Wandani koso waninje. Wandani koso waninje. Joma ukoni ndani kabisa. Ndani. Mane mawantie. Nyocho semi wa direction ni wane broad based government. Wan kaka jo ODM kachiel gi Kenya Kwanza wariwore kanyakla wawuotho adi achiel. Koro kwase biro ka samani nando ka biro gi lada cha. Gimano kela en simo moro na yudo. Koro simoni owacho nani ya. Yawa wewe mondi matin. Nitie secretariat mar Sigand Nyinam. Akiani gichung kama gintie. Suzi chungura chunga. Leila. Eregi Roslyn apani ongeka. Osedi kocha Catherine Muma. Magi secretariat mar Sigand Nyinam. Leila Chofwa. Leila no Migori. Susan no Kisumo. Catherine Muma Kisumo. Roslyn begin kachama Homa Bay. Siaya Wangiliz. Elizabeth Onditigi. Jacqueline Oduol. Gin king negibia devolution conference king. Kora yudo simo. Yawa simo. Chochezi. Domo mingi. Wachwado mana tich. Jama wuoyo go to debe tupu. Aya. Aurumo.
Ayudo simo. Simo. Telephone yawa. Telefoni. Tele angowa phone. Uneno kabiro ka gilada. Ayuda ngowa. Michaki luongo na ngowa. Telefon ngowa. Awuoro Nyasaye marauma. Bentie wer moro miluongo ni Nyasaye marauma. Odhi nang'o? Ha? Ha? Chonga gilo. Nyasaye marauma. Aulo nyang. Chalo kama tinende. Chonga gile. Changa. Aya kata hiyo. Dakikedo kamuwero ni Nyasaye marauma. Dong Eunice mowero Nyasaye marauma. Eunice ong'ane. Eunice ogoma. Koro manye. Tayudo simo. Simo unyalo simo ni. Oro luong. Orango. To be unyalo yie? Bunyalo yie? Newa yie, newa yie. Newa yie. Newa yie. Unyalo yie? Unyalo yie? Unyalo yie? Unyalo yie? Unyalo yie? Unyalo yie? Be unyalo yie? DJ be wanyalo yie? Newa yie woi maduong' jatelo ni luongowa. Woi maduong' jatelo luongowa newa yie. Wala la 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 ses. Wala la 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 la. Lortum. Yawa kaki chungno. Gavana obiro ka. Moa mana Embu. Iluongo ni Cecily Mbarire. Newa yie. Newa yie woi maduong' jatelo ni luongowa. Newa yie woi maduong' jatelo. Ng'ad gino. I know. Beduru. Unyalo yie. Migori uye. Kisumu uye. Omabel uye.
Asego uye. Tosia ya uye. Tosia ya uye. MCS uye. MCS uye. Wabunge uye. Wabunge uye. Gavana iye. Gavana iye. Gavana iye. Because I want to make an announcement. So where me Governor says Limbarire, o watch nu watch more achiel, kaita land oteno. Asanti sana Gavana Wanga, ambaye pia ni chairman wa ODM party Kenya mzima. Kina mama hai. Kina mama wa Homa Bay hai. Muko salama, muko salama. Muko chonjo ama muko chonjo. Mumeshikilia Wanga ama mjashikilia. Ebu nione kina mama wa Wanga. Gavana Wanga, wewe leo umenikosea. Aliniambia nijitayarishe kwenda kucheza football. Hakuniambia kuna wamama hapa, wote wa Homa Bay wako hapa. Lakini niliposikia muko hapa nikasema kama mama lazima nifike hapa. Niwaulize, mumeshikilia Wanga ama mjamshikilia? Mumeshikilia serikali ama mjashikilia serikali? Muko katika broad based ama mumeenda kwingine? Muko hapo broad based ya William Ruto na Raila Odinga? Hebu nionyeshe kwa mkono. Nimefurahi sana kuwa hapa siku ya leo. Tumekuja Devolution Conference. Tumekuja hapa Homa Bay. Na siku hizi sijui kama mnajua Homa Bay imekuwa the most popular county in the country. Tulikuja hapa mara ya kwanza, tukakuja hapa kama G7. Tukarudi, ilikuwa investment conference. Mukapata Madaraka Day. Sasa devolution iko hapa. Yani mpaka ndege zote zinatoka Nairobi zinakuja Kisumu, watu wakikuja Homa Bay. Pigieni gavana mkono. Mimi nawapenda sana. Mungu awabariki. Mushikilie serikali na musikake hapo. Mukae ngangare. Mukae nini? Mukae nini? Asanteni sana. Thank you very much. Ere makofi assess Governor Cecily Limbarire, ambaye pia ndio chairperson of the ruling party UDA. Karibu sana Ses, chairperson of the UDA party. Thank you very much. Awach gino. Uye. Ayudo simo. Ayudo simo. Aneno nyako moro kae nyinge nga. Aneno nyako moro kae nyinge nga. To beno nyalo miel koda nyinge nga. Gina. Hey. Koro simo oa kuom President marwa Dr. William Samoei Ruto. Jiadi morwa ko President marwa. Jiadi morwa ko President marwa. Jiadi morwa ko President marwa. Aya, chaki bed ping. Ha? Aya. Gini, wadidi mbele kucho. Koro, beduru. Awachi. Koro, just it.
Todhie sherehe koso kik wathodhie? Todhie sherehe? Todhie sherehe? Okay, wadhie sherehe no. Koro jatelo wacho ni ang'ise niya, kiny obiro yawo conference kae. Tang'ise ni kawuono mine ochokore ka moa Homa Bay, moa Kisumo, moa Siaya, moa Migori, to an kodgi ka te. To wacho na niya, yawa, mine gi, dong dang acham kodgi lunch kawuono ni. Kendo waonge uchochezi. Sawa. Neg thum kendo kikichaki go thum kendo. Sawa rumo. Lunch bawa. Hello? Tung'eyo ni Homa Bay ka tinde president nie gi ot. Iluongo ni State House ma Homa Bay. Koro ang'ise ni yawa, idwa biro moso gi e park ka, to wacho ni an gi dalana. Ema dhi tedo negi e lunch e State Lodge ka. Koro, hello? Koro an aduoke ni jatelo, wayie. Jatelo watimore nade? Wayie. Mane momiyo koro chunowa ni sani nyaka watiek program ni. Kendo nyaka walem. Kaito mae kaka wadwa wuoth kwa wuok ka, weting'o bag bed piny. Simbacha. Bedura beda matin. Wa atieka koro. Let me go change. Go change. Chaki gi jo Siaya. Gine mane gi Miss Congo.
an assistant chief or chief or DO or the ACC arrested somebody, you took the changa to the police station, and then the judge says, enda fanya government chemist tujue kama Thank you. Mheshimiwa Waziri, in this liquor licensing committee, is the DCC a member? Yeah, DCC a member. So ACC? Then so DCC is representing all of you because it's done at the sub-county level. Huh? DCC is representing. So maybe we need to think, because we don't have a location board. Is there a location board? No, we just need to think that the county legislation should say the liquor licensing committee in the sub-county should consult, you know, before making a decision, should consult the chiefs at the locational level. Yeah. I know where the problem is. The DCC is not a resident of this area, okay? And he's sitting over board making the decision. So, Mpira iko kwenu DCCs, even without the law, consult the chiefs before you make that decision, so that then we can be doing the law as we progress. Of course, you are not chairing. Are you chairing? No, you are not chairing. But you must, in the board, say, before we make this decision, I need to consult our chief to tell us in that location how many wines and spirit shops are there and whether they are complying with the law. So to start with. Thank you, Waziri. I think there is a disconnect there. Let me put it clear. Kuna kuwaga na consultations. Now whenever we send recommendations kwamba this bus should not be given because iko na issues hii na hii na hii, the officers of the governor unakuta wame license already. That's the problem. Waziri, mimi niko na kitu tofauti sababu tumesema ni jukwaa la usalama. Katika Nakuru, Waziri, tuko na chronic land issues ambazo zinasumbua year in out. Kama zingine nilikuta Naivasha nikizaliwa hadi wa sasa zinatusumbua. Zimekuwa zikiwa watu wengi, makabila yamepigana, tribes zimepigana, and ni kama so long as kuna amani, nyinyi kaeni na shida yenu. Nimeomba waziri hivi, take the mantle tafadhali as the waziri wa interior, lead from the front tumalize hizi land issues zote within the county. Number 2, nataka kuongea kitu tofauti na tujipende kidogo. Waziri, niliona kuna a member of parliament, you can member of parliament for Joro, wakati alikuwa ameketi pale. Wakati tulikuwa tunafanyia introduction, wakati namba yake ilisimama, niliona amecheka hadi karibu asimame. Ulijua ni kwa nini? Kwa sababu ya representation ya watu wake iko sawa sawa. Kuna mahali bwana waziri kumefigwa, like in Naivasha, a population of 390,000 people. Si waziri, tunataka rais akikuja
please utuombe sub counties zikuwe 3 za Naivasha. Sub counties. You know waziri, ile infrastructure yote serikali imeweka Naivasha. Kama ukienda Maimayo division and division moja with 10 OCSs, hiyo ni kumaanisha nini? Kuna infrastructure kubwa ambayo ingestahili kuzawazishwa na idadi waweka usalama. That is why we are calling upon Bwana Waziri tuangaliliwe hiyo mambo ya kuwekewa sub counties hata kama ni zingine 3 na operationalization. Hapa waziri, tunataka kukutuma kitu. Na sababu ulisema mtu akiongea vibaya hapa asamehewe, najua nitasamehewa. Na wale hawatanisamehea au nitetee. Sisi katika Naivasha, I think tuko disadvantaged. Because the other government tulishiriki sana kuunda, wakati iliundwa tukatoroka. Kenya Kwanza government tulishiriki sana kuitafuta, wakati tuliunda tena tumetoroka. Sisi hatuna mwenyewe. Bwana Waziri, si ukue mtu wetu wa kututetea. Hii mambo ya operationalization zinakuja tunazionea view sasa. Kuna sub counties zinapewa, tunaangalia zinaenda. Kazi yetu ni kuandika proposal, operationalize this. And my governor will attest to this. Kwamba kama kuna mahali kuna insecurity na mahali kuna taka representation na mahali division ziko kubwa kama district, location ni kama division ni Naivasha. Huko ndio kunafaa kuangaliwa zaidi. Hiyo mambo ingine ilikuwa ya arrest, Bwana Waziri. The assistant chiefs wanted to mean kwamba whenever a person anapata. How many divisions are in Naivasha? 3, sir. 3 divisions exist. Yes, sir. How many divisions are in Njoro currently? Yeah? 5 or 6? 5. How many are in Rongai? 4 Rongai. Subukia? 3. Bahati? Bahati is? 3. Only 3. And Molo nimesema? Gilgil is how many? Only 3 divisions. Okay. And? Wachana town. Town muko karibu na. Okay, wacha niulize. Nakuru Town East? 2 divisions. And Nakuru Town West? 3. Huh? Unajua, I understand. Here town, I know the problem where it is. You have a smaller land, bigger population. Okay? So we have to know how to balance. We have the same problem in Nairobi. Yeah? We have Nairobi almost 8 million people. And then because it is compact in one area, we are struggling between the numbers and where will the boundary be. Yeah? And there are many gazetted in Town East. Gazetted which is not operationalized in Town East. In Town East. And then Town West. How many Town West? Again, let me ask, how many divisions? 3, right? To be very honest, Kuresoi South. How many sub-counties? How many divisions? No, I'm saying the operational ones. 2, Kuresoi South. Kuresoi North, iko shida Nakuru. Ya ukweli. Thank you, sir. If you were to compare, ama wacha nisiseme nilisilete fitina ya kaunti zingine. But if you were to compare with equivalent size of counties, this is grossly. Actually, let me confess this way. Even when wakati mlikuwa nasimama nilikuwa nafikiria
mmeamua msikuje mkutano yangu because I expected more from Nakuru. Yeah, and it looks like it is not there. So what I will do, all the gazetted divisions, all the 10 of them, nitatuma ACC next week. Thank you, sir. So what you will do, mtatafuta offices, where they will be and so forth. And then Dapanga kutangaza the locations and the sub-locations, even as we work on the other proposals. Thank you, sir, for that. So nimekuwa acting. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, sir, for that. We also request, sir, tumesaidiwa kujenga hata police stations in some areas na zilikamilika, na tungeomba pia as we operationalize the divisions and the locations, we also ask for the operationalization of police stations zenye tumemaliza kujenga, pesa imetumika mingi, like one in Maela. His Excellency the President was there to open the office wakati alikuwa vice president, and to date bado ni police post, so we request iwe elevated, sir. Kitu kingine, kuna kitu ilitajwa na assistant chief ya arrests. We wanted to mean kwamba kuna officers wanapata kesi in the line of duty, wanashtakiwa. Tulikuwa tunataka ku mean kwamba hawa officers, the Attorney General must stand in for them instead of wao kujiwekea wakili. Nafikiri hiyo umeelewa, waziri. La mwisho nikitaka kusema, mimi naitwa Francis Kuria, mimi ni chairman wa Nakuru Chiefs Welfare Forum, and we are committed to assist the government in whichever way, in whatever means possible, and we are non-political. Na hiyo tumeuliza au tuangalie na jicho la huruma, sababu hatuna mtu pale wakati mnapika chakula. Kama hakuna mtu wa kuchota supu, sisi hatuwezi ona imechotewa wapi. So stand up, ingia hapo Mheshimiwa Waziri. Thank you, sir. The last two, hebu amueni ni nani na nani? Huyu mimi. Yes. Alichelewa kusimama, ataongea baadaye. Wananchi kutoka hapo, mkuwe ready wakati tunafungua ya wananchi, mseme yenye chief angesema. You and the last one was standing there. Asante sana Ketini. Mlichelewa kusimama. Asante sana waziri kwa kukucha Nakuru, na nishukuru kwa sababu ya jukwaa ya usalama, maana mimi majina yangu ni Mark Cherutich, Chief Olchorai location in Gilgil sub-county. The county of part ni Baringo, nimetoka Partabwa, na nashukuru ya kwamba baada ya mwaka 20 nimerudi Partabwa juzi kwa sababu ya hali ya insecurity. So ni kusema ya kwamba usalama imerudi pale, na nishukuru kwa sababu ya kazi ambayo unafanya. You are doing well. Point ambayo niko naye ni ya kwamba waziri ni ya kwamba Olchorai is a settlement scheme, na mimi ni chief ya Olchorai, na nusu ya Olchorai kuna shamba inasemekana ni ya watu wengine, na hiyo shamba ni shamba ambayo wananchi wameishi. Kuna mashule, county government imeinvest pale, CDF imejenga mashule, wananchi wanakaa, lakini wanakaa tu wakiwa na hali ya hatari. Kila siku inasemekana kutakuwa na shida. Waziri, ninakuomba, it is becoming a security concern even to this county. Hata ukiuliza our county commissioner, he will tell you the same. Ninaomba kabisa uweke katika hesabu yako yote, uone ya kwamba jambo hilo limeweza kusuluhishwa. Jambo la pili, Mheshimiwa Waziri, tunashukuru kwa sababu ya lama ambayo inaendelea kutengenezwa pale.
Waziri mheshimiwa, unajua wakati rais wetu ambaye yuko sasa akiwa deputy president, hata kabla hajakuwa deputy president alikuwa na kuchanga pande ya Kongasis. Mheshimiwa, mimi mwenyewe vile naniona hivi, tukiwa na MCA, the former MCA, hapana, tunataka barabara ianze Elementaita, iende Kongasis, iende Kiambogo, Munanda. Sidio hiyo wewe unataka the link from Munanda kwenda no sir. Utaramuka. The link from Elementaita to Kongasis. From Elementaita to Kongasis. Correct. Hapo ndio inaleta shida kabisa. Ndio ungesema tu straight. Wacha kwenda story mingi. Si mimi mzee wa kijiji hapo ungesema the point. Unajua ninasema hivyo mheshimiwa waziri kwa sababu no, usiende story mingi so that it becomes faster. Nimekuelewa. Yes. Thank you very much. That is about 6 kilometers, I think. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Jambo lingine sir. Tunahitaji tunaomba utupatie division. Olchorai division. Ya mwisho saa sisi ni wenyeji wa Nakuru. Tangu 1992 tumekuwa na mashida. Lakini wakati rais ambaye yuko sasa na rais mstaafu waliposalimiana, Nakuru ikakuwa na amani mpaka saa hii. Tunaomba mheshimiwa waziri ya kwamba ukipata nafasi ya wazee mwambie wakae wakiwa wawili wakuja Nakuru, wakuja watuongelesha hapa ili Nakuru iweze kukaa vile ilikuwa inakaa. Asante sana waziri. The last person there. Tukimbize kidogo kwa sababu we still have so many people talking. So straight to the point. Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Governor, mimi ni Senior Chief 1 James Macharia Karanja kutoka Mililoni location. Location yangu iko hapa kwa jeshi na kukaribisha sana Mheshimiwa CS. I'm a son of the forest guard and I'm going to speak about tree planting. It is a very important exercise about tulipewa na Mheshimiwa Rais, and I want to be a champion for that. I want to be the Nakuru County champion for tree planting. Na njia moja ya kufanya hivyo, ninaomba challenges ambazo tunapata katika kupanda miti tuziaddress saa hii kupitia hii microphone saa hii. Jambo la kwanza, naombea hawa chiefs na assistant chiefs kila mtu apate tank ya 10,000 liters ya maji. Kila chief na assistant chief apate water harvesting kwa ofisi yake. Ndio ikifika ni kupanda miti within the area inakuwa rahisi. Ya pili, kila chief na assistant chief apate allowance ya kupanda miti ya 1,200 pa quarter. Ili na yeye akienda kupanda miti asiende kununua miti kwa pesa yake. Assistant chief ama chief asiende kununua miti kwa pesa yake. Hiyo ni moja. Ya pili, ningetaka kusema kuhusu KRA na KEBS. Mihuri ya KRA na KEBS inatumiwa vibaya kwa pombe ambazo si pombe ambayo ni haramu. Unakuta imewekwa muhuri ya KRA na imewekwa muhuri wa KEBS. Sasa ukiangalia una mihuri ziko sawa, lakini ile kitu iko ndani si sawa. Sasa tunasema Bwana Waziri, ukalie hii watu ya KEBS na KRA wasiweke mihuri yao ovyo. Ndio mambo ya ethanol isipate njia kuingia kwa machupa na kuuzwa kama pombe mzuri. Pia ethanol na methanol hiyo ambayo inaua watu ipigwe from the source. Because we know the source. Ipigwe from the source. Matajiri wasio na supply hiyo kitu, alafu ikifika kule chini ikiua watu, unakuta chief anasimamishwa kazi mbele ya watu. Ingine, Mheshimiwa Waziri, tuko na airstrip hapa kwetu
mahali panaitwa Lanet. Tunaomba kupitia kwako na gavana wetu, hiyo airstrip ishe, itusaidie katika mambo ya usalama. Jambo la mwisho mheshimiwa, ni hii mambo ya government chemists. Tunaomba government chemists hapa Nakuru, ndio mambo ya ripoti zinahitajika na jaji. Wakati tumeshika pombe haramu inakuwa rahisi kupata na sana sana upande ya bangi. Ya mwisho pia tukubali ya kwamba wakati tumeshika bangi hakuna jaji ajui bangi ni nini. Bangi tunaijua kwa macho. Asiitishe hii mambo ya kuitisha ati ripoti ya bangi. Bangi si tunaijua hata kwa harufu. Kama wajui, mimi nitawafundisha wanuse. Asante sana bwana waziri. Mungu akubariki sana kwa kufika kwetu. Thank you very much. Asante. Asante chiefs na assistant chiefs wale wamezungumza. Ule wa East kuna kitu tofauti, ilikuwa different. Yenye iko tofauti. Abana wewe line hiyo
ground. I want to finish, sir, if you permit me, with the youth question. Between all these SEC, because we are closer in age. The Mr. Nakuru East, we used to go with Barasas with her. And we can harness officers like this who are still youth, sir, and tailor programs, youth programs, so in a language that will reach youth in their forums, because not many youths will be able to do that we do. So we need to meet them in their forums where they are at. And such officers, please be seated, thank you. Such officers are the ones who are going to take us there, because between the chief who we hired between 35 and above and the DCC, the person who is younger is the SEC, and they will understand that youth better than the language that is used by these people and be able to reach them. SEC Kerriget in Kuresoi South. We also need, sir, to stop encouraging a culture of dependency and entitlement in some populations, because these people are becoming unmanageable in the ground. We are field officers and we face it. These people, when we call for a baraza, you'll receive people who need, they'll ask you, kuna kitu. Kama kuna kitu, sir, nobody's coming to that baraza. And I have closed offices. We go with almost 7 to 10 HODs to barazas. Good things, youth officers. But when those youths are not there, they'll not receive this, because they expect us to give us them facilitations, and we are not able to. And we don't have funding for that. So maybe we can also maybe either facilitate now, or maybe, I don't know, is there something that needs to be looking into? We need to change our forums from the traditional aspects, because I believe that with the majority of the youth, we are having a lot of problems with putting old wine in new skins. So maybe these creative solutions, these young officers and the consultative forums give us, we need to pursue them, and then include youth in enterprise. I don't know what happened to access to government procurement opportunities, but that's something that should be pursued. And then encourage mentorship, support funds. We also include them in security. I've heard somewhere somebody who told me that I'm capable, and we have youths who are capable of being assistant chiefs, but the age locks them out. So maybe, I don't know, something that we can look into. About radicalization, sir, violent extremism and organized crime, which is spearheaded by the youth. We also need to have a multi-agency approach, a whole of government approach, because most of this radicalization is being done in our schools, especially public day schools, where these people are having a lot of problems. In this town, when the schools are closing, we have to talk to the head teachers so that they close. They close in shifts so that they don't meet in the streets. So they need to look into that, and maybe we need to be aggressive towards that so that these fights in schools stop out. And thank you. And then lastly, we need specialized youth officers, people who can reach this youth. And allow me, sir, to conclude the youth question with that. Thank you so much for hearing us. Thank you, ACCs, for those contributions. The OCSs. Now I want to move to the OCSs, and that team will be represented by Chief Inspector Meshach and Chief Inspector James. Meshach? You are Meshach? Karibu. Our CS of Nesmas Kipchumba Mulkomen, Governor Madam Susan Keiga, members of Parliament, our DIG Gilbert Masengeri,
Mr. Joseph Rimo, and our RC, Jasper Umbati, and all other senior officers present, I greet you. Good evening. My name is Chief Inspector Meshak Mwangangi, currently the OCS Mbondeni Police Station. I was picked up to speak about only 3 items, and then I will only stick to them, and then I will be done. Our chief guest, thank you so much for visiting us. I'm glad this is not the first time we are meeting. I was with you when I was in Parliament Police Station, and the other day at Elgon View, at our home there. Currently I'm in Nakuru. I have been requested to talk about legal officers. With the police officers, we have a challenge of representation. Most of our legal officers are based on police headquarters, and it is our prayer if they can be downloaded all the way to, if not county levels, to regional levels, so that they may be able to assist us, especially when we are doing our statement recordings with the HIPOA. When we are having matters in court, we also need to be assisted. So it is our prayer if they can be downloaded. I'm also informed we have several police officers who are qualified lawyers. We also request for them, instead of being, it's also good to be an OCS as a lawyer, but if they can enter into that office of legal representation, it will help us. Most of the time our officers are getting problems with IPOA because we end up recording a very distorted statements which end up incriminating us. So it is our prayer if something can be done concerning that. The second item is the question of ODPP. Most of the items that I was to talk about has been mentioned by those who have spoken before me. Mine will go especially to the issue of illicit brew. We, as the station commanders, we are the one who are responsible to taking all the exhibits that are required to be taken to the government chemistry, and we have a challenge, especially with the illicit brew. I think in this country we have got only 2 cities. I think Mombasa, Kisumu, and Nairobi, where we can only take exhibits for analysis. So it is our prayer if Nakuru can also be given that government chemistry. So we want to request, this goes also together to the judiciary. When we go to register cases of illicit brew, they tell us we have to bring the exhibit, the report from the government chemist before. And even those who are brought to court, they have not refused their chang'aa. Wanasema ni yetu. Lakini unaambiwa kabla hawajasema ni yao masi yao, tuletee report. You can imagine our chief guest, on Monday nimetuma officer Kisumu. In the afternoon nimeshika mwingine wa chang'aa. Then I pick another officer, go to Kisumu. One is at Kisii, the other one is at the stage. I will have police officers traveling every day to government chemistry. So I know there is a ruling that came out, especially in Nakuru, concerning the same, but I think it can be reviewed. After people have taken a plea, we can take them to the government chemistry. If they refuse, thank you, sir. And in most cases, they don't refuse. So that is the biggest challenge that we have, especially with the hard drugs and the illicit, the chang'aa. We also have a challenge with the chang'aa, especially in my area of Bondeni, but I can assure you we are trying our best. We hope that our best will bear some fruits in the near future. The other item that I was requested to mention about is about transfers, our guests. This is where most of the station commanders have got challenges. I was speaking to one of our senior officers, I was telling him, from chief inspector and above, if you tell us to jump, we will not ask you why. We will ask you how
how high or how many times. We are willing to obey. But down there we have officers who can face us. Wanatuambia Mwangangi sifanye hiyo. Some of them, Your Honor, they are so drunkard. I have a strange request, if it can go through. If these drunkard officers can be transferred to their home village, pale kwao nyumbani. I've been an OCS for quite some time. I'm one of the senior OCS around here, and I think your declaration is going to benefit me. I've been an OCS for this is my 13th year. As an OCS, I've been approached by a wife, sometimes a mother, asking me, kwani huyu kijana yangu amumupeangi leave? Nikiangalia record, it does not miss a leave, but they don't go home. You can imagine amekuwa transferred pale kwao. Akipigwa leave ataenda wapi? Si wako hapo sasa. It will remain at home. So instead of someone kutusumbua akiwa mbali, si waende pale nyumbani. And I believe some of the things we do outside our homes, we cannot do them at home. We will tend to behave a little bit. Especially those who are too drunkard. I have a lot of them, and they are all over. The issue of transfers, in my station, I have not less than 6. I am a man of the cloth. I've been talking to them, but sometimes it doesn't help. We've taken them to rehab center. After 2 months, they go back. But I believe if they go home, they will fear to be seen by their classmates how they are behaving at home. The other one is about the same transfers. We have officers who have overstayed at the stations, and it is our request if they can be transferred. We have officers who are stayed in a station for about 5 years. We've always had about 3 years, but I don't know whether it actually comes to pass. We, the OCS, we are used to transfers. I am in Bondeni now for 1 year and 2 months. When I finished 1 year, I began to pack my things because I looked at the board. No one hardly goes 1 year. So I'm ready to move any time. But there are officers who are always there for the last 5 years. And this is where another strange request I have, our chief guest. Next time, let it be considered. Kama transfer imekuja ya OCS, OCS aondoke na watu yake. OCS mwingine akuja na watu wapya. Challenges come, they ignore the OCS, and I'm not campaigning nikakae kwanza, wanangua OCS, he comes to face the same guys. They will bring him down again. So wakati mimi naanza kuondoka mimi niende, another one comes. It's a strange request. I don't know whether it is practical, but at least I've talked about it. When I was about to come, I was not intending to speak about anything else that was not in my what had been requested. Somebody whispered to me and told me to mention something about officers who have been injured in the line of duty. There are so many of us who have not been compensated. So I think that should be considered to be able to assist them. And the last, and I believe the least, it's my own, and probably to the camera. Because most of all of us, we are doing the same job. When you listen to the social media, to the TV, you read the newspapers, Masengeli you have heard. I don't know why the CS, I listened to him in the radio, he said, corporal to sergeant, na akifika kwa inspector, he always keeps quiet. Even now, amefika kwa inspector na akanyamaza. Afande hakusema, alisema inspectors wapewe
chief inspector. Lakini hakujua kuna chief inspector nao wapewe something pale pale. You did not mention that one. I believe I have reminded for myself. At least Mungu amekuzalia mjina chief inspector. Kuna mtu your age is a corporal. Thank you, sir. Otherwise, nimeshukuru sana. Thank you. It was a privilege talking to you, sir. Thank you very much, Chief Inspector Meshak. Chief Inspector James Tedet. The CS Interior, Honorable Onesmus Kipchumba Murkomen, Her Excellency the Governor, our Regional Commander, all protocols properly observed. My name is James Tendet Kesham, and I'm currently the OCS at Likia Police Station. Now, mine will be very much brief. I will be tackling on the legal perspective in terms of training, first of all. I remember very well that one commissioner of police by then, Major General Hussein Ali, said that for any law enforcement agency to remain proactively responsible to the dynamic challenges of politics and its social environment, then the need for continuous training should not be overemphasized. And therefore, ile maajabu mingi huwa mnaona za zingine, it is because of lack of training. We are actually, it is my humble submission that these regional training centers, like this one we are sitting here, to be adequately funded so that it conducts training always. Hata saizi tungekuwa hapa tuko na wanafunzi, so that at least we benefit or we make our capacity in handling dynamic situation in a better manner when we respond to public demand. Secondly, Article 244 of the Constitution, that is Chapter 14 of National Security Organs. One of the objects and functions of the National Police Service is to train staff to the highest possible professional standards so that we respect human rights and guarantee freedoms which has been enshrined in Chapter 4 of the Bill of Rights of the Constitution. And therefore, training forms a major component of an effective police officer. I humbly submit that the office of the IG and the DIG be adequately funded in order for matters of training to form part of a better police officer. When you go, Your Honor, sir, and look about the 5 major reports which I've been looking, that is the Kriegler report, the Waki report, the Philip Alston report, and the implementation matrix report, all of them have been talking about the training. Therefore, it is very much clear that if we lack this aspect of training, then we are not going to be effective and efficient police officers. My second point, and which will be the last one, is on welfare. The general welfare here is as enshrined under Chapter 66 of the service standing orders for my fellow police officers. Now, officers living outside the station, most of them feel threatened because their families are residing outside there. And furthermore, in terms of police station management under Chapter 56 of the same service standing orders, it says this police station should be a center for administrative and command functions, and also to provide room for operational creativity. Now, it is in my humble submission that the 3 key people, the OCS, the deputy OCS, and the sergeant in charge armory to be housed at the station for effective management. And last and not the least is the issue of legal challenges with the ODPP. Sir, you are a lawyer, and you had come up with a very good bill, but it did not see the light of the day. That we introduce prosecution by the DCI on these criminal matters, which are lesser, and then these other bigger crimes, let us leave it for them
so that to let us relocate. And I know under Article 157, 9 and 7 of the Constitution, I think the ODPP is mandated to charge. But we can categorize the crimes and then we take the criminals like this of Bruce, we can smash this one. We can sort this one out. And then they remain with other crimes of higher magnitude. And with the same issue, the National Police Service Act has been amended several times and it has not been made, its framework is not even understood. The definition of an inspector when we enacted the National Police Service Act was that he is a gazetted officer. But when the amendments came, it gave another version. The Kenya Law Report has not even published direct the whole act that this is now what to follow. With those few remarks, I was only to tackle the legal perspective part of it, having been a legal champion for quite some time, and I wish to end there. Thank you very much, sir. Thank you. Sir, we are through with the OCSs. Do you have legal training? Okay, paralegal studies, well done. Okay. Yakikazi. Asante. Yes. Is there any other OCS or something that has been left out? OCS? Kuna moja pale. Any other? Mpatie tuko hapo. Hakuna lady? OCS moja? It doesn't mean that we ongee tu for the sake of it. If there is no issue, sawa, tutafunga na yeye. Proceed. Good afternoon, everybody. Chief Inspector Wilson Adum, the OCS Molo. And it's a pleasure to stand before you as you sit in that podium. Trying your best to plan, as planning is very important. Failing to plan is planning to fail. Secondly, I would wish to talk about two very important items that have been overlooked. One is the use of gadgets that have been dedicated especially to the DCI. These gadgets, especially the tracking ones, are not adequate. And if not adequate, they are not effective or as effective as the public expect. Therefore, it is my humble request to have them provided adequately. I am also asking a question. Initially, during the previous regime, there was a plan to equip every police station with tracking gadgets like the ones used for tracking mobile phones. That is, pursuing criminals of all walks of life. For example, cybercrime, murder, robberies. We have them in our stations, and it's a problem with us at the station level. But when it comes to tracking them, it becomes challenging because at times, even those given the mandate to do so are not able to do it because the items are inadequate, and at the same time, some of them are not doing it effectively. Point made. Go to the next point. The next point is also another one relating to the use of drones. We have to collect intelligence, and we should not leave intelligence collection to SPIF alone. Let us support them by engaging them using technology. Technology is very important. When you look at what Francis Carlton did when he came out with the issue of fingerprints, that was science. When you look at what Friedrich did and they found the so-called DNA, that was science. Police is both a science and art. Can we support them? Thank you, sir. Thank you very much.
tumemaliza na OCSs. I want to go to sub-county police commanders. Timoni, step forward and says Cecilia Chepkoech. And as you do that, AP services, Chief Inspector Idin, step forward so that you can be presenting your issues. Our CS, Honorable Kipchumba Murkomen, our DIG, Administration Police Service, Mr. Gilbert Masengeli, Her Excellency the Governor, Madam Susan Kihika, Honorable Members of Parliament present, all security stakeholders, esteemed guests, invited guests, ladies and gentlemen, good evening. My name is Irene Chonde. I am the Sub-County AP Commander, Nakuru North, famously known as Bahati. I am standing before you here to represent the Sub-County AP Commanders, Nakuru County, and I am privileged and honored to stand before you, sir. Allow me to appreciate you, sir, for organizing such a platform for strengthening collaboration between all security stakeholders, community leaders, political representatives, and the general public. Sir, you are God sent to us, and we are very proud of you. As APS Nakuru County, we are deeply committed to our constitutional mandate of maintaining law and order, safeguarding life and property, building community trust. However, the effectiveness of our service delivery has been hampered by a number of challenges. Waziri, allow me to highlight the key policing challenges facing the Administration Police Service in Nakuru County. Number one, personnel shortage. As APS, since the merger, we had 24,000 Administration Police Service officers transferred and integrated to Kenya Police Service, and as such, it created acute shortage, and as a result, we had our officers get stressed, burnt out. We had increased cases of mental illness amongst our officers. We had our officers lost their young families because they could not get permissions to go home for leaves and offs. They had no time for their families. Sir, we kindly request during the recruitment, if we can be given a better slot as APS officers to bridge the gap and address the shortage. Number two, we have a problem of transport and logistics. Most sub-counties in Nakuru counties is very fast, sir, and as such, we have shortage of fuel because the fuel that we are given is not enough. For example, in Nakuru North, we have Geothermal Development Company. Alongside sub-county duties, we only have one leased motor vehicle, and the area that we are supposed to cover is so vast. The leased motor vehicle that we have within the sub-county is only one. The fuel allocation is not enough, and we humbly request that if we can be given another vehicle, we will be very grateful. In Naivasha sub-county, we also have critical installations like the KenGen. We only have one motor vehicle, one leased motor vehicle, sir,
and the fuel allocation is also not enough. If we can be given at least 600 liters per month, we will really appreciate, sir. Sir, we also have a problem in Nakuru County of housing allowance. Since it was elevated to Nakuru City, hatujapata allowance ya city, sir. Na Bwana Waziri, if we can be considered to pay allowance ya city for the house allowance, we will be very grateful. Because as at now, the rent in town and the market value is so high. Our officers, they go as far as 5 kilometers out of town to rent. When we have emergency issues, they cannot respond promptly, and as such, we request that if that can be considered, we will be very grateful. Sir, I have 3 proposals that I wish to submit to you for considerations. 1, we propose that as National Police Service is preparing for recruitment of professionals, we kindly request the Commission to consider internal sourcing of professionals within the National Police Service, since we have a number of National Police Service officers who are professional to be given consideration. The officers you see here, sir, most of them are professionals. And if they can be given that opportunity, we'll be very, very grateful. Secondly, sir, as APS, we appreciate you very much that in your tenure as the CS Interior, we have one of our own, DIG, Mr. Gilbert Masengeli, and we propose that going forward, appointment to the position of DIG should be from the respective service, ensuring institutional representation and fairness. Thirdly, sir, we respectively propose that the position of the Inspector General to be rotational, alternating between the Kenya Police Service, the Administration Police Service, and the Director of Criminal Investigation, so that all formations feel equally represented at the highest level of command. Ladies and gentlemen, security is a shared responsibility. If these challenges can be addressed collectively, holistically, we shall have a motivated, effective, and community-oriented police service in Nakuru County. Let us continue to partner together to ensure sustainable peace for all. Thank you very much, sir. God bless Nakuru County. God bless our great Republic of Kenya. Thank you. NPS Timoni, 2 minutes. Which was published by the Kabiludi Commission, that was the National Police Service Commission, in 2018. In this, we had hierarchies of how people should be promoted, and it is something that if followed, hii maneno mingi tunalia itakuwa imeisha.
Within this promotion, we came up with two issues that is affecting our promotions. Kwa police hapa, ukikuwa PWD na we ni chief inspector and below, hole wako. Promotion imeishia hapa. Because uwezi kuenda kwa interviews, upige mguu na uwezi enda kiganjo. So, our honorable minister, wale wamepata accident na wako kwa ranki ya chief kurudi chini, waangaliwe pia na wale ulisema ya 50 years. The other thing ilikuja kwa upande ya wamama. Our ladies wanapata shida sana. Tunawafanyia board interviews. When they go to Kenya Police College or uko Embakasi, akipatikana ako na mimba, anaambiwa arudi back. Sasa hawezi endelea na course. In this case, akingojea atangoja na board ingine ikikuja itaanza afresh, of which atapata new people, pengine hataenda through. Tunaomba wamama kama hawa uwapatie merit instead of saying warudi wangoje. The other issue that I was mandated to talk about is finance. Mimi wakati nilikuwa nimeanza hii kazi ya OCPD, mheshimiwa, nilikuwa tunapata pesa mzuri. Hatuwezi kataa tunapata. AI per quarter was 1 point something. Na tulikuwa tunalipa night outs, tulikuwa tunalipa mabusu, kila kitu. But currently, OCPD inatumiwa 30,000. Which tona moja tu ya photocopia ni 18,000. Tona ya ile printer is 7,000. Through it, what you do in some of the things that OCS may raise, there's no need to elaborate. Yes, sir. Kama AI, kama magari, kama risk allowance, you know, the ones which have been said, so that we save the time. Yes, sir. Okay. Stations, what they didn't say, stations that were gazetted in 2019, haina AI. Those allocations that were given for leased motor vehicles, most of them wanatoka mbali sana. Unakuta total petrol station mahali wanaweza kuwa serviced is very far from them, especially kama wale far flanked areas. So in that case unakuta the 450 anatumia kukuja kuchukua mafuta na kurudi. So it's very less. They are suggesting iwe increased maneno ya mafuta. Upande ya cash bill, I don't know whether they have gone too far. Wanasema cash bill inafaa iwe categorized, because inabaki tu ni akili ya OCS, whether somebody yako na murder case, whether somebody iko na namna gani, ile amesema ndiye full stop. So wanasema ni mzuri iwe categorized in parliament, which that is a policy which maybe utaongea through the alafu ya mwisho, hatuwezi kuwa tunalalamika tu. Saa ingine tunasema uzuri. Hii members of parliament unaona mbele yako, mheshimiwa minister, they are very very good. Very few ndio mbaya. Kwa ukweli. Wengi wamejengea sisi police stations na wamerenovate, imekuwa mpya. Na hiyo ni heko kwao. Tunawashukuru sana. Kama juzi tunasikia wanataka kuchoma, tulisikia mbaya. Lakini wanafanya kazi mzuri, wametutengenezea stations, na tunaomba wajengee sisi police line. Askari wanatishwa nje wakiambiwa watauawa na watoto yao watakuwa visited. Warudi back. Na the only way, MCGDF, please, mtujengee police lines, askari yetu warudi laini, tunapiga firimbi, tunawa protect hapo na watoto yao. Kwa hiyo machache, naomba niwachie hapo. Asanteni sana.
Thank you so much. CS. Kipchumba Murkomen and other protocols has already been raised. Allow me to raise on them. Good evening to you all. I'll be addressing you on behalf of the DCI, Nakuru County. My name is Mr. Nevat Marubo, Superintendent of Police. Currently, I'm the Sub-County Criminal Investigating Officer, Nakuru East Sub-County in Nakuru County. I will raise an issue on police communication. Sir, police communication, we channel it through WhatsApp. WhatsApp is a foreign-owned mobile application software which with its servers located in California, USA. So the servers are not here. So in each and every time, as an SCCIO, that's me, needs to talk to the County Criminal Investigation Officer, that's the CCIO. The message that I said first reads to the server. And that server, the owner of that server is a Mzungu. He read that message. After I received that message, after I sent to the CCIO, he will say to the Regional Criminal Investigating Officer. He will see the language that I've used is not very nice. He will edit that message. He will say to the Regional Police Commander, Regional Criminal Investigating Officer, and the regional will say to our Director Criminal Investigating Officer. Our Director will say to the Inspector General. Then the Inspector General will say to you, just look at that. Our proposal, as the SCCI of Nakuru, we have sat down and thought, we should look for a software developer. We come up with our own communication. We have servers. It will be hosted there. And we can call it POCAM. It will be confidential. Our information will not go anywhere. Even if the WhatsApp message is written end-to-end encrypted, it's not encrypted. It's going to somebody's server. Sir, I request you look into that. That's our Habo application. I will just go to the second point. It's just a sentence. Sir, we just request for a full operational criminal research intelligence bureau offices with all prerequisite devices. I rest there, my case, sir. Then I go to the round one. I have good things. I have good things, sir. Yes, we request for a fully set up and operational criminal investigations in all sub-county offices. Since we have so many cases of homicide, and the evidence of homicide cases, 90% is at the scene. If we have full operation, you see an officer comes, he has his own vehicle, he cordons the scene, he takes the scenes, he takes everything, we have high conviction. We will not cry much. Then I'll just add something on allocation of fuel and vehicles. All the sub-county criminal investigation officers, we have vehicles. Sir, we request for additional. The request is based on this, sir. We are allocated for 140 liters. That says 15 liters in a day. You can estimate a vehicle needs 1 liter for 10 kilometers. That's 150. If we need to take someone for a DNA, and it's that up to Kisumu, it's around 300 kilometers. So the fuel allocation will take for 2 days. That's, we request for that. Yes. Then I'll just talk about RAD cases. The RAD cases, we are having an issue. We are writing letters to the Ministry of RAD, it's taking a lot of time. We are forced to go to request for miscellaneous application. We request to look on that. We appreciate our relationship with GAO. It's very good, cordial, and they share information about criminal promptly. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. Sir, allow me to give the Deputy County Commissioners 1 minute
this is Joro. The chief guest, my name is Mokin Tangun, the Deputy County Commissioner for Njoro. I have looked at the time, and I'll sound very offensive if I spoke for 2 minutes, so I'll be very brief. I speak on behalf of the Deputy County Commissioners and our chief guest. Their message is, as your frontline officers, they are committed to serving this nation with continued diligence and hard work, and we will never disappoint on that. I have two issues that border on policy. Ebola is becoming a menace, and the use of banned chemicals in our agricultural farms is on the rise, especially in Njoro. And we risk condemning all the food yields that are sold by our farmers in that particular area. And these two border on transnational organized crime, because the banned chemicals are coming in from Uganda. Ethanol is coming in plenty from Uganda. And so we need to review our bilateral policy. One other area again, my chief guest, is the scrap metal business. It's one of the areas that we rarely talk about, but there is a lot of material in terms of metal that is crossing the border. But it comes from as far as Lamu, Kwale, and crossing all the way. So we again need to look at the policy provisions around that. Number 3, and the last one, is on transfers. Chief guest, one of the issues that these officers may not be able to tell you, and is eating into the uniformed force, is the fact that as much as the Constitution makes the family the foundation of the nation, transfers have been very disruptive of families. And I am a researcher. I have written and published findings around familyhood. And I want to assure you, the chief guest, that in my findings, I got, like, for instance, 17 deputy county commissioners, serving deputy county commissioners, wamenyang'anywa mabibi. I have over 176 police officers. I am saying my unpublished findings. Over 176 police officers, because they are uniformed officers, wamepoteza mabibi. Reason, they serve in distant places. They have no time to tend for their families. And remember, women and men are not cows to be tied to trees. Very finally, our chief guest is, I have operational issues and administrative issues that I will not be able to present, but I have a memorandum signed by the 11 deputy county commissioners, which I would like to present to you to save on time. Thank you very much. Thank you, Deputy County Commissioner. Sir, we are through with the officers. If we can manage time, Chair, or county peace. Maybe I give you like 2 minutes. Mbili. Then Florence, Chepkolil, Prepare, and Linda. Somebody. Yeah.
our chief guest. I want to give a presentation because you have been given 2 minutes. I think I'll go through a few of the issues, and then I hand over the memorandum to you, sir, because it is written. It's a memorandum of from County Peace Forum, and let me try to talk about some issues. 1 minute summarize, then Okay, fine. Thank you. County Peace Forum is a community-based committee which deals with matters of peace and works very close to the GAOs and the security team. It matters community cohesion, bring cohesion and yes, ni sawa sawa. Yeah, okay. We have a lot of changes in our county, and I would want to try to talk about the changes that we are facing as peace committees in our endeavors or in our work. I want to talk about a few of them. Okay. So that, because we have about 10 people to speak, so it's better to move faster. Thank you. And then those who are taking health break, you go quietly, and then you come back. You know, chiefs na police na everybody, watu waliwasikia, so you must listen to now the members of public. They're the ones who are giving you feedback. But let's make it faster. Okay, thank you, sir. The achievements that we have made as peace committees, we have maintained peaceful election before, during and after for 3 national consecutive elections, and we have been able to promote cohesion, healing and social reconciliation and healing cohesion and social cohesion, and then we have managed to coordinate peace activities across all sub-counties. We have also been able to strengthen early warning and early response systems. And we have been able also to establish integrational communication platforms, created an environment conducive to sustain development. We have been able also finally to reduce tribalism and impunity in Nakuru County. So allow me to hand over this document to you, and then for the interest of time, and then have only one issue later. Yeah, only one issue later to talk about an issue in Bahati, somewhere called Banita. The work there has not been well done. I would want to request you, sir, when you have time, you visit that area, and then you conclude the allocation of plots. Yes, several committees have come in that area, but there's still, and there's still some insecurity around there. And also somewhere called Arahoka, we had a police station which was constructed there, but it has not been opened. We don't have police, we don't have anything. I think that one, thank you very much. So thank you. Thank you very much, County Chair. I think I'm a young man, so I'll be very fast and very short. My name is Boniface Gashoka. I am in charge of the National Bar Owners Association. And sir, I want to address you directly. Number one, we have a problem with ethanol.
And ethanol in Nakuru is just coming. And my request is one. In the previous regime, there was a unit in KRA called KRA Intelligence. And one thing that you have guaranteed us is that you're going to give us security. Allow me to speak something that I will need your security. Container moja ya ethanol ni 50 million. Na ikifika hapa, we are giving these officers a lot of hard time. Whereas the people who are dealing with ethanol are very rich people. So my request is one. Why don't you give us a special unit that will be fighting ethanol in the whole country? So the next one is manufacturing. We are blaming the bar owners that I represent, 54,000 of them in Kenya, because of manufacturing. Kwani ethanol na ipombe mbaya, nani anapika? There is a time this regime did put a lot of controls on manufacturers. I'm requesting, can you continue with the controls and inspection of manufacturers? Because it is them who are bringing illicit. The next one is this. The bar is a source of intelligence. But my issue is this. Do you know that in Nairobi alone, we have 18,000 liquor traders and only 6,300 are licensed? In this sub-county that we are in right now, we have 1,700 liquor traders practicing their business and they are not licensed. Those are the exit of illicit. So the next one is this. Please, Nakada, you're really fighting, you're doing a good job when you're fighting bang. But really, my friend, Dr. Amarikwa, tunaenda mpira chan. Kila mtu huko anavuta bangi. Please stop it. Stop that behavior. So the next thing is this. Waziri, kuna kitu inaitwa unga. Kuna veterinary drugs na kuna chemist drugs. Nimeona MCA wangu wako pale in Gilgil. Kuna dawa inaitwa Roche. Hiyo kitu ndio vijana wanakula wanaharibika. And Roche nowadays, when we were in high school ilikuwa kidogo. Siku hizi imejaa kila mahali. Hiyo dawa inaitwa Roche. It is full everywhere. So lastly is this. On the partnership that I'm requesting for us to have. Mimi niko na issue ambaye nataka niku address. Na najua hawa marafiki zangu hawajakuambia. I am requesting for us to put a control on the DPP dropping charges of ethanol charges or illicit. Hao wanashika, wanapeleka vizuri, wanafikisha kotini. Ikifika pale, kuna story inatokea. Then wale culprits wanaachiliwa. And lastly, Madam Governor, I've really been requesting for rehabilitation. Please, now implement it. Thank you so much. God bless you. Bwana asifiwe. Kwa majina ninaitwa Florence Chepkorir, mimi ndio treasurer Nakuru County. Na nimefurahi, karibu waziri, karibu nyumbani. Number one, ile kitu nataka niseme hapa kama maendeleo ya wanawake. Wamama muko? Wamama wamekuja wengi kama maendeleo ya wanawake. Na tuko na plot hapa chini, block 15. Yenye ilikuwa kurupu ya wamama. Na hiyo kuna mtu ameiba na amechenga, ameanza kudevelop. Tunataka hiyo groups, hiyo plots irudishwe kwa wenyewe. Kwa sababu hiyo plots ni ya wamama. Number 2, tunataka maaskari wetu wakipewa ruhusa waende nyumbani, warudishe bunduki kwa hamari. Kwa sababu wakifika nyumbani anamalizia watoto yao. Tafadhali tunaomba hiyo kwa sababu hiyo imemaliza sisi kabisa. Number 3, nataka niombe police station yetu ya Ronda kwa sababu ninatoka Nakuru West. Nakuru West Police Station Ronda Police. Hatuna gari ya police. Tukiwa na shida, tunangoja Kaptembwa Police Station irespond alafu atupe gari. Na unajua Masembe wasiri. Kuna mali inaitwa Masembe imejulikana. Mahali ya Bangi inaitwa Kalewa stage. Unajua hiyo stage, hata kila mtu anajua all over Kenya. I know hapa Nakuru tumebeba communities yote. Wale wanafanya political divisive tunasema walaniwe katika jina la Yesu. Sisi Nakuru tunataka tukae kitu moja. Tuko na mountain moja hapa Nakuru, sijui inaitwa nini hapa, ugali. Hiyo ndio tunajua kama Nakuru County. Sisi tunasema tutam kutoka Cities Peace. Thank you, mubarikiwe. Kebenei.
Bwana Waziri, Bwana Kipchumba Murkomen, gavana wetu, na wote. Waziri, karibu Nakuru. When I look at this one, Jukwaa la Usalama, it's a very good initiative. Ulifikiria, it is an interactive session. I've been seated there, listening. And I was impressed. Listening right from the grassroots level, the assistant chief. They are very constructive. You have an able team in these people. Najua success yako Bwana Waziri itatoka kwa hii watu. Success ya hii ministry, success ya Kenya mzima kutulia, kuweka amani, itatoka kwa hii watu. Na nimefurahi, you are a very keen listener. Kila mmoja alipokuwa akiongea, you are listening and you can answer them. And that is the approach, that is the style. While seated there, Bwana Waziri, I looked at these and the objectives. I've been listening. Kuna pali moja tu watu hawajagusia. To gauge our preparedness. How prepared are we kwa mambo ya disaster? Ni uruhusu tu niseme mawili. We saw the other day, on 25th na Sabasaba. I want to commend your entire security team from this particular county. The police force, station. Hii upepo ilikuwa imekuja, Waziri, ilikuwa kali sana. Ilikuwa kali kabisa. Ile tukumbusha mambo ya ile 92. Na ilikuja ikapita upepo kabisa, ikaenda kakwama, ikatengeneza bedroom kule Molo. Lakini hao watu yako walifanya kazi. The security team ya hii county, you managed. You managed. Na siasa ndiyo inatuharibu. Coordination, tumefurahi sababu kuna coordination kati ya county government ya Nakuru na security team. They are working in tandem. And that is why we are achieving the results. So ile kitu tunataka kuitega na kuangalia kabisa. 92 mambo ilikuja sababu ilikuwa ya multiparty na tukaumia sana. Hatuwezi hii county ya Nakuru tukiweka amani inaweza kulisha Kenya mzima. Wameongea hapa nikimalizia. Wameongea kabisa na ulisema we should not be repetitive. Hawa wameongea kutoka assistant chief mpaka kwa county commissioners. Mbeleni hapo, Bwana Waziri, a motivated team will always give you the results. They have requested something. I know it's a policy framework, but it will take your office to sit and decide how you will assist these people. Vile hiyo request wamesema kutoka kwa assistant chief mpaka kwa county commissioners. Unakuta DCC kama wanaenda mikutano, zamani walikuwa naenda mkutano, unasikia DCC wanakuja sababu unajua hata lunch ile viongozi watakuwa hapo watakula. Lakini kwa saa hii ita DCC shy, nothing. Hao watu communication ile kitu imetusaidia saa hii mpaka hata unaona tuliweza kukweli unrest ni mambo ya communication network. Hizi masimu, chiefs hawalali kwa manyumba. Empower them. I have seen mambo ya promotion na nini, you have talked on it. So nimemaliza nikisema, Waziri, endelea na hiyo moyo. I know it has taken much of your time. At the time that you spare for your family, it's not there. But it is worth sacrificing. Thank you. Be blessed.
Bwana Waziri, our Madam Mama County, Nakuru County, Madam Susan Kihika, all protocol observed. Mimi naitwa Kevin Kiungo Tabu kutoka Nakuru East. Bwana Waziri, asante sana kwa kufika huku kwetu. Niliona mlikuwa classmate wakati wa Senate, na hiyo wakati nilikuwa nacheka sana kwa sababu mlikuwa mnapingana sana. Leo hii tunawapata pamoja na tunafurahia kuhudumia wananchi. Mimi yangu ya kwanza ndaongelea sana kuhusu mambo ya wananchi ambao ni youth. So sisi kama youth tuko na so many things ambao chiefs, DC na security panel wanatuhusisha na kuna zingine watuhusishi. Ya kwanza kabisa, tunaomba sana Bwana Waziri tuweze kupata dialogue, tuweze kuhusishwa kwa sababu sisi youth ndio kila wakati mambo ikichomeka, si wazee wanafanya mambo, ni sisi tu, na tuliamua kurekebika. Siku hizi natembeaga hivi, sijui ni kwa nini. Nilishaamua kutembea hivi. So Bwana Waziri, tuko na issue moja Bwana Waziri kuhusu mambo na climate works ambao ni kazi mtaani. Bwana Waziri, kazi mtaani last regime ilikuwa imeajiri vijana 1500 to my ward. Nakuru East sub county tulikuwa tumeajiriwa watu 7000. But kwa hii regime yetu ambao tunaipenda sana watuletea watu 400 ambao kila ward ilikuwa watu 90. Chifu wangu iko siku nilimuuliza watu 90 tutachukuaje? So Bwana Waziri, tunapenda jiwe kwa doko yako direct. Tukitoka hapa leo hii utakuwa umeongea na president wetu ambao tunampenda tuweze kupata kazi mtaani ambao kila mtu ambao aliapply Bwana Waziri atafikiwa. Bwana Waziri, sisi kama Nakuru Town East tuliapply only 7000. Na 7000 Bwana Waziri, tuoni kama inaweza washinda wewe na governor. Tupate tu hao watu wafanye kazi, tutamaliza crime, tutamaliza drugs. Juu sisi ndio tunajua pen drugs iko, sisi ndio tunajua pen crime iko. Tungependa sana hiyo mambo na Climax Works iguziwe, itiliwe manani. Ya pili Bwana Waziri, kuna reform youths ambao walireform, walikuwa jela, wametoka jela, tena wako home tu. Tungependa sana Bwana Waziri au reform groups waweze kupata good conduct kwa sababu imekuwa shida sana. Kuna mmoja ama wawili niko nao wanapoende majuu lakini good conduct noma. Na kwa sababu mzee anasema ni tuta, ni mbwekse, acha tufanyia vijana wetu pia kwetu mbwekse wakienda majuu Bwana Waziri. Kuna group ambayo iko Nakuru West, ambayo iko Nakuru East, ambayo inaitwa Bonga na Bro. Hawa vijana Bwana Waziri, hawa Bonga na Bro ni watu wanaohimiza crime ni noma. Na bila hao vijana hatuwezi fikia Nakuru County. Nakuru County ni chapter nyingine. Tuwe kusumbua mama. Mama sana anafanya kazi. Juu mama anafanya kazi, sisi kama vijana tulishaamua. Hatumsumbui tena, hatusumbui president, hatusumbui waziri. Waziri hakuna pale tutakuwa na kusumbua kama Nakuru County. Na tangu aende hata unaona mambo ni mzuri. Tangu ile mjamaa tu atoke huku, mambo simekuwa sawa, si ndio? So mimi yangu ya pili, issue yangu ni tree planting Bwana Waziri. Tunapatia administration tree planting. But sisi kama vijana, situpatie seedlings, tuzijenge, mnunue kutoka kwetu direct. Tupatie MP. Juu nimeona mahali pengine assistant chief akisema wapatie tanga. Hizo tanga na naomba wasipewe. Tupewe sisi. Tuweke tree nursery, tuuzie government. Bwana Murkomen, ukinunua tree nursery kwetu itakuwa faida sana kwa vijana wetu wa Nakuru County. Ya tatu Bwana Waziri, tulikuwa tunaangalia affordable houses ambao tunaomba Bwana Madam Governor iwe social houses. Niliona juzi ulikuwa na Bwana Rama ukaenda huko juu, lakini sisi ndio tuko mjini. Sisi watu wa mjini tunaomba hivi Bwana Waziri. Wewe kama waziri, kuna mali hapa kwa NOS. Hao NOS ni watu 60 tu, wako na eka 5. Hizo eka 3 chukua, jenga affordable houses, toa watu wa Flamingo, watu wa Kimathi waingie hapo, then utengeneze huko kwingine Bwana Waziri. We have solution na tunaweza zitengeneza tukiwa na wewe tu. Bwana Waziri, tunaomba sana rehab center. Tuko na moja tu Nakuru County ambayo iko Gilgil. Na hao vijana hao wote wamereform, wengine wako drug. Ikuja hapa town, Bwana Mgama atakutafutia nafasi tuijenge ya kisasa, ikuwe affordable, ambao kila mtu ambaye iko ghetto aweze kuipata Bwana Waziri. Bwana Waziri, mbili zangu za mwisho. Bwana Waziri, kuna issue assistant chief. Nani hawezi hapa kazi assistant chief? As long as you are youth unaweza. Lakini imekuwa 35 years old.
tuwezi apply. Mimi sasa niko na 30 years old. Siwezi apply kazi ya assistant chief. But ikisongeshwa chini from 25, hivyo itakuwa vizuri sana. Tuweze kuapply pia vijana waweze kupata kazi. Sasa hii mambo imekuwa digital. Ukiwekea wazee hii mambo ya digital, wataweza na agency, lakini si vijana tuko sure mambo na Gen Z, tukipata nafasi za chief, tukipata kazi za askari, tutaweza na agency, tutaelewana na tutakuja wote kwa serikali. Bwana Waziri, tunaomba sana President wetu ni mtu mwenye anafanya kazi nzuri upande wa staff. Alipatia Harambee pesa mingi sana, ni heko sana. Na tungependa sana aifanye sasa, tukue na Nakuru Chapter League. Nairobi ilishafanyika, Madam Organize, sasa tukue Nakuru. Pia sisi tumerepresentie malalamishi yetu. President pia aweze kuzifanya nini? Kuzipata. Madam, lakini tusisahau na waziri, kuna promotion na kuna demotion. Hawa chief wasikudanganya tu ni promotion. Ule ambaye afanyi kazi adimotiwe. Ule ambaye anafanya kazi apromotiwe. Ikuwe serious. Nilimsikia sasa akisema mtu ni mlevi na pale kuna vijana wako kazi. Avutwe kazi, wengine waingie kazi. Mwana anafanya kazi mzuri, apewe sifa na apewe. Na natumia example yako Bwana Waziri. Ulikuwa Minister of Transport, sasa wewe ni Minister of because you did a good job in that docket. The reason why you are the best place. Madam alikuwa senator, sasa ni governor. Hakuna siku utakuwa mzuri. Na mlikuwa wengi, wengine wako kazi. Ni same kwa polisi, same kwa chief, same kwa DC. Mwana alikuwa na nafasi mzuri, apewe kazi. Ya mwisho kabisa Bwana Waziri. Bwana Waziri, tunakuomba sana. Nilikuwa naona news siku fulani naambiwa Moi alikuwa anafika mahali anasema wewe utakuwa chief na unakuwa. Mimi leo hii ningependa sana unisikie tu mtu mmoja, wewe sasa ni chief na unaingia kazi. Shukrani sana Bwana Waziri. Bwana Waziri, na ningependa kuchukua nafasi hii hasa kushukuru kwa sababu umekuja Nakuru ukataka kusikia maoni ya watu ya Nakuru. So ningependa kusema ya kwanza, watu hao unawana watu wa security, machiefs, ile amani ambayo tuko naye Nakuru ni hao watu wametusaidia na ningependa kuwapongeza sana. Jambo lingine Bwana Waziri, kuna hii mambo ya michezo. Wakati ule kulikuwa na ile watu wa kwenda barabara. Sisi kama Njoro tuliorganize peace in tournament na wao vijana walicheza. Hata wakati ule watu wengine walienda barabara wakakosa kufanya hivyo. Mimi ningeomba katika wizara yenu at least muwe na pesa kidogo ya kufanyia kazi hiyo. Ya pili, shida ambayo tuko nao kama peace committee ni upande wa pesa. Nilikuwa nikifikiria kama tungekuwa na pesa kidogo kwa sub counties ama kwa county ambayo itakuwa ikisaidia kazi hiyo, na hiyo itakuwa mzuri. Na jambo lingine, kuna area kama hiyo, ninasema kwamba mimi ni mtu wa cross border, kuna area ambayo inakuwa na shida. Na ukiangalia mahali kama Neswet tayari kuna GSU hawana gari, upande wa hiyo Neswet hawana gari, na upande wa Likia. So ningefikiria kwamba hiyo ikitengenezwa inaweza kuwa mzuri. Na kwa haya machache ningependa kusema asante sana kwa sababu usiku umeijia. Okay. Cabinet Secretary Bwana Kipchumba Murkomen, our Governor Her Excellency Susan Kihika, wananchi wote hamjambo. Kwa majina naitwa Linda Kagea from Kenya National Chamber of Commerce and Industry Nakuru Chapter. We are a business member organization where we lobby and advocate for a business-friendly environment for the business community. Our CS, Karibu Nakuru City, as the business community, we are requesting that we make our city be a 24-hour working city so that we can do our businesses all through. This can be achieved through improving our street lighting, increasing our security and other apparatus that enable our working
in our 24 working economy. Some of the challenges have been mentioned whereby the business community is facing, and I thank your office for encouraging this collaboration between the private sector and the security personnel. Now, so far, we've done some work with the security agents. Like previously, we had installation of police stations, that is Lions, Joralam, and industrial area police stations. And then currently we are providing affordable loans to the business community, that is MasterCard Foundation with Kenya National Chamber of Commerce. And I applaud Nakuru County government for also giving out affordable loans to the community. I have one idea, this is the last one, CS. I have an idea that can help improve issues, job creation, and increase, reduce matters demonstration. We have our structures, that is the national structures and the county structures. What if we start a program that encourages people to report to the nearest chief post if someone can create or innovate? And it is not a competition. And when they come and report, they can innovate and create, and the chief agrees to the idea, the government funds that idea fully. That will create jobs and will reduce on matters demonstrations. I hope that idea is a good one, whereby you can report. If you can create or innovate, you just report at the chief post. When they agree with the idea, the government funds it, and you do your product from beginning to completion, and they help you with the marketing. Thank you very much. Thank you. Bwana Waziri, my name is Reverend Mutai kutoka Njoro, na yangu naenda direct. Bwana Waziri, kati ya wale 10 wameongea, nahitaji kusema shukurani kwa ofisi yako na administration na police. Nahitaji kushukuru. Hii police wakipewa ruhusa leo waende nyumbani siku 4, hii nchi inasambaratika. Ama chief na assistant chief wakikozekana leo kwa ground, hatutakuwa na maisha. Nikuje kwetu Njoro, tunakushukuru kupitia county commissioner. Ile kazi amefanya kaunti hii ya Nakuru, tunasema ni asante. Wametufanyia kazi ya usalama, wametuongoza vizuri, hatuoni tatizo lolote katika Nakuru County. Ukiona DC wa kwetu anacheza mpira na vijana na kuunite watu, DC ya Njoro amefanya kazi vizuri sana. Security team ya Njoro wameweza kutuliza hiyo Njoro kwa ile shida ya kabila ya jamii ya Njoro. Ukiangalia OCS ya Njoro na deputy yake, ile kazi ameweza kuunganisha Kipsigis na Ogiek. Hakika na hawana gari, hata kama gari imeombwa, wacha nirudie niseme Naiswet wanakomboa motorbike ndio waendee mhalifu, ndio wafuate ng'ombe ikipotea, na hiyo kazi ya wizi ya ng'ombe imepungua kwetu, ni kama imeisha. Mimi nahitaji kusema shukurani Chumba Murkomen na county kwa ujumla, na governor na timu yako na wabunge. Ile kazi mmefanya kwa hii county kuunite. Kwanza governor, asante kwa kuunganisha wabunge na MCA na kufanya kazi pamoja. Hiyo ndio tunahitaji kuona Nakuru tukiwa kitu kimoja ili tusonge mbele. Nikimalizia Murkomen, ni kusema ya kwamba kuna machief. Ukiangalia chief ya kwetu hapo Egerton, Chief Davaro amefanya kazi ya mang'arisha area. Kama kuna cheo anaweza songezwa. Ukiangalia Mauche, kuna Madam Rob amefanya kazi vizuri. Angalia machief wote wamefanya kazi, na kuna ile inaonekana wamefanya kabisa. Jaribu kuwasukumia kitu. Nikimaliza police, ongezea mshahara kidogo, hii mambo ingine itaisha. Traffic, ongezea mshahara, ndio hii Mary Koyo round ile tunafanya kwa barabara kwa matatu iishe. Ukiongezea traffic pesa, hatutafanya hii Mary Koyo round ya barabara. Unajua tunatoa hiyo Mary Koyo round hiyo ya lami hiyo, lakini ukiongezea pesa wataangalia insurance, miguu ya gari imeharibika, mambo kama hiyo.
Finally, Murkomen, Mkalenjin akizaa mtoto mmoja atakula miti zote, dawa akitafuta dawa ndio azae mtoto ya pili. Na hata Mwafrika ukizaa mtoto mmoja, usikia uko na mtoto mmoja, utakula dawa zote, miti yote, utaenda hii makanisa yote uombewe, uzae mtoto ya pili. Mtoto ya ngapi? Hebu weka mkono namna hii. Mtoto ya ngapi? 2. So tukae namna hiyo, tuzae watoto wengi na Mungu atubariki. Kama Lisa hapa amezaa 3, anaenda kuzaa ya 4. Kama Tatija pale amezaa 3, anaenda kuzaa ya 4. Sisi vile vile Madam Governor anaenda kuzaa ya 2. Nimemaanisha maneno mengine mzuri. Mungu awabariki. Waziri na gavana wetu, viongozi wa tabaka mbalimbali, naomba niwasalimie kwa heshima. Amujambo. Majina yangu ni Roslyn Chebet Kuresoi, natoka jamii ya Ogiek. Mimi ninaongea kwa niaba ya East Mau. Bwana Waziri, mimi langu hapa nimesimama, naomba tupewe division Mariashoni na Naiswe, ndio jamii ya Ogiek wapate kuajiriwa na jamii ambayo wanaishi Mau. Kitu ingine Waziri, sisi tunaishi huko kama ndege ambaye inatega katika juu ya miti, haijulikani siku gani itakatwa. Naomba Waziri angalia huko sana. Wewe unajua Mao vizuri. Tunaomba magari. Huko Mao kasi ni mingi sana. Ukiona Maonaro, gari yenye siko huko imemaliza mileage. Mauche hakuna gari. Naiswet hakuna gari. Mariashoni hakuna gari. Hii maaskari watatembea aje? Na unajua huko venye iko. So ninaomba hapo muangalie hapo sana. Nashukuru sana watu ya peace kwa sababu mmefanya kazi mkishikilia na serikali. Mambo ya siasa muachie sisi watu ya amani. Tutengeneze girao, nikikuja sawa mkuje. Asante. Honorable CS, I'll talk about the mental well-being of our officers. According to the World Bank Organization, an estimation of 12 billion working days are lost globally each year due to depression, anxiety related to work. And to this, I want to tie with Nakuru East. Nakuru East, in 2009 census report shows that we had 163,599 population, and when it came to 2019, we had an increase of over 30,327 people, which has a significant growth of 18.5% in our sub-county. With this, I want to say that if you look at our jurisdiction, our area chiefs say that there are 3. And I'll go deeper by stating in Bondeni location, the area is too wide. We have quite a huge number and our population is still growing. We are humbly requesting that our chief be given an additional locations, adding up to 5 locations within Nakuru East. And I want to go to the next point, which it's about additional police posts within Nakuru East. I will propose that we have 2. One, it's in Buruburu in Manyani, and the other one in Pembembili, which will be able to help us curb crime because we have a huge population. And then lastly, I'll talk about frustrating transfer of police officers. We have people who have ill motive to talk about police officers when one have been arrested and does not want to comply. They will say that that police is arresting that particular person. And they will go further by writing notifications to the higher authority to condemn a particular officer. Kindly, sir, when you get such information, please come back to the ground, do a survey to ensure that this particular police officer was doing the right thing or the wrong thing before transferring any particular police officer, more especially the OCSs, because if you look at our statistics, the way our OCS was talking in Bondeni, we will find that we had police officers who will not stay for more than 3 months. This is because people have ill motives
behind. But more important, kindly look into the mental well-being of our officers, because that is the thing that affects in service delivery. Thank you. Nataka tutulie kidogo, tunaelekea kumaliza. Hata huyu akuja ni introduce. So we have another population ya university in Nakuru. We want them to say a name. One of them speaks for the other. Okay, the Interior CS, Governor, and all protocol officer. I'm called Silas Kiplangat. I'm standing in for the colleges. I study in Nakuru Kenya Medical Training College. And Bwana CS, I want to just give some few points about the state of students and the security within our county. Madam Governor, we want to thank you and your office for improving our security for the students within our county. You came and installed the security lights that has improved our security. Another thing, Bwana CS, we want a relationship between the police and the Gen Zs to be a relationship that is good, because most of the youths tend to have when they look at the police, they don't have a good relationship. Another thing is about the youth empowerment. Through your docket, please empower these youths. When you empower the youths, there will be no crimes around. The way you can empower the youth is by bringing in youth tournaments. We tried one, but we lacked funds, so it collapsed. Another thing is about mental wellness. We want to advocate the mental wellness because it's a major issues that affects our youth. Nowadays, the issue of drugs leads to mental health. And through your docket, Madam Governor, just try and empower the youth, encourage mental health. Thank you. No, thank you very much, Your Excellency, Bwana Waziri, Honorable Kipchumba Murkomen, the Governor of Nakuru City County, the government dignitaries, all protocols observed. Good evening. Now, Bwana Waziri and Madam Governor, my name is Motuma John, the immediate former Secretary General and the current President, Egerton University Student Association, representing over 20,000 registered students. Oh, I've seen Madam Governor was trying to tell you, let me introduce myself again. I'm Motuma John, the immediate former Secretary General, Egerton University, and the current President, Egerton University Student Association, the only public university in Nakuru City, representing over 20,000 registered comrades. Now, Bwana Waziri, if I speak in human eloquence, in angelic ecstasy, just like a Bourgeois leader, I'll be nothing than that clicking sound of an old rusty gate. Tunaelewana Bwana Waziri, hapa tunaambiana ukweli, na tukiambiana ukweli, tunatatua maneno na inaisha hivyo. Ama namna gani Waziri? Sasa pale Egerton University, Bwana Waziri, tuko na shida ya Kongongeri Farm. Watu wametoka nje, watu wanaitwa sijui ni Wandorobo ama nani, wamekuja wanasema watu hawaingii, wanasema shamba ya university haitalimwa. Madam Governor, I know you are aware of that. So kindly please intercede, because I know even if Episcopacy intercedes on our behalf, it will end in fiasco, Bwana Waziri. Ndio nimalizie, mimi ni mtu wa kuweka muda sana na kila kitu imetajwa hapa na wenzangu. Bwana Waziri, as I was taking the stage, you have seen me. I've come here limping. That's why I never shook your hand there. So I will request the media team, I shake the hand of Bwana Waziri and Madam Governor. Na Bwana Waziri, nikikuja hapo, Wamunyoro vile yanda huko nje, hatujakuwa na kelele. Bwana Waziri, I know you are very powerful. Acha huyo jamaa akae huko, sisi tuendelee na amani Kenya. Mfanyie vile mlifanyia Migona, ama namna gani?
na akirudi, kama mnaogopa bwana waziri, nifanyie rally yenye ulitengeneza Eldoret, nitafunza yeye adabu. May the God bless you. Sawa, nafikiri tumemaliza sasa. Nafasi hii nairudisha kwa waziri. Na tunarudisha kwa waziri, tutulie huko nyuma ili tumalize. Huyo mtu ya picha alikuwa ameenda wapi? Tutapika baadaye tukimaliza. Pigeni yeye makofi. Tutapika tu saa hizi shortly. Haya, tusimame wote. I will be very brief to get it. I'll be very brief that respond to a few of the issues mumesema, alafu niite Madam Governor apatie the other leaders for a few minutes and then tumalizie hapo. Kwanza wacha niseme asanteni sana, mumeongea vizuri. Na nirudie ile nilisema hapo awali, makosa ni yangu. Kwa sababu kama hatungechelewa kidogo, bado tungesonga. Niliona tungekaa mpaka saa 2 vile nilikuwa nimesema, lakini kwa bahati mbaya kumbe hakuna taa. So nikaona kumbe hii mkutano ilipangwa ikijulikana itaisha by saa 7. Lakini sasa giza imetokea. So that's why I also need to hurry for the other leaders to speak. Ndio tumalizie hapo. Kwanza, thank you for your patience and thank you also for your presentation. And wajasi tumezoea hapa kuongelesha tu nyinyi na kutoka. Leo sasa mmeleta lecture kwa viongozi ikiwa pamoja na mimi. Na I have always enjoyed every county I have gone to. I have enjoyed listening to people. It has enriched my ability to be patient, to listen, and to improve on the ideas that I have. And sometimes even when you are speaking there are some things you don't say, but it improves my thinking on whatever I already knew. So I'm very, very happy. Nikitoka hapa saizi, I know Nakuru. I know Nakuru better than I came. Najua kuna places hakuna police station, mnang'ang'ana na mambo ya pombe, mko na samaki problems kwa huko and so forth. Let me start by saying, kabla tujasema mambo yenye nijibu hii yenu kidogo, wacha niseme yangu kidogo. Number 1, mimi nataka niwashukuru for being diligent government officials, especially for doing your job with a lot of enthusiasm despite the challenges you have. Thanks to Ngao, ndio tuliweza kuregister farmers in 2023 when we just came to office. And that's why we have a working register ya farmers. Na distribution ya fertilizer iko vizuri kwa sababu ya nyinyi. Kwa sababu ya nyinyi mmesaidiana na county governments kufanya mambo ya SHA na national na county government kuregister SHA. And you've done a fantastic job. Kwa sababu ya nyinyi tumeweza kupanda miti mingi sana kwa taifa letu. Zingine mnapanda wenyewe, zingine mnasaidia other government officials when they are coming to do tree planting system. Kwa sababu yenu, we have had great progress kwa mambo ya transition from primary to secondary school, and that effort has continued to bear fruit kwa sababu imesaidia ku increase level of transition. Na mambo mengine mengi yenye nawaambia pongezi. Pia kwa sehemu nyingi sana tumemaliza mambo ya pombe haramu na madawa ya kulevya kwa sababu ya kazi mnafanya. Ingawa it remains our biggest challenge, but you've done a good job. For you to do a good job, kitu ya kwanza, you must love your job. You must love your job. You must go back to your first love for your job. Siku ile ulikuwa unataka kuwa askari, ulikuwa unafanya chochote, unatafuta mtu yoyote kusema unataka kuwa askari. Kukuwa chief ama assistant chief, uligonga milango yote ukisema mnisaidie. Wengine hata mlipigia mheshimiwa, mkaongelea na nani, ukasema mnisaidie nataka kuwa chief. That thing that made you or pushed you, you wanted to become a chief. That passion should continue. You must always remind yourself that you are in public service.
I know kuna challenges, hakuna ofisi, hakuna gari, hakuna nini. Lakini kabla ya hizo zote, hata machifu wenye mliandikwa 1 year ago, si mliandikwa mkijua hakuna ofisi, kuna motorbike, na bado tu ulisema nataka hiyo job. Uliandikwa kama askari ukiwa salary iko chini, lakini ulisema I still need this job. So because of that, I like to say that let us go back to the real root of the reason why you wanted, the real thing that made you want to serve. Mjue ya kwamba sisi ambao tuko public service tuko wachache sana. Wachache sana. Maybe hata hatufiki milioni moja out of 50 million Kenyans. So meaning that in terms of even percentage, we are merely 2% of the population or less of the entire population of Kenya. And therefore we are privileged. Even with all the complaints to Mesema, we are privileged. At least we are asking for promotion, we are asking for a car, we are asking for AIE, we are asking for benefits. There is a young man somewhere who is asking for even an internship peke yake na ana job. So with that privilege, let's serve the people of Kenya with a lot of diligence. Pia, understand your job. Usikae tu unataka kufanya kazi uchasomea. Kuna police officer hapa OCS, I think Joro huko ama alikuwa hapa. Kwa naona ana quote Krikla, Ransley, you know, karibu niulize na huyu mtu anasomanga saa ngapi? Na anapambana na Chang'aa saa ngapi anasoma hizo vitu saa ngapi? No, you know, even when you speak, even the ACC who spoke here, my former student, you know when you speak and you have been applying your mind, even the DCC who spoke here have done research, you know, those are the things we want to see when we meet you. You are adding knowledge to yourself, you are getting new ideas, you are, you know, doing something. This is the kind of work we need. Usikae tu hapo ukisema, na bala chief mwingine anasema, anaenda barasa anaambia watu, ninawaomba nyinyi mregister SHA. Mtu akiuliza swali moja anamwambia ni shilingi ngapi kuregister SHA? Chief ajui. Yeah? Ama unaona chief akiuliza swali anasema, mimi sielewi sana, lakini hii SHA wamesema register tu. Sielewi sana, lakini kwa sababu serikali imesema, sasa raia wanakuona wanaona hii mtu hapendi hii kitu, ni ile tu anaogopa kupoteza kazi. You know, we know you can tell somebody who is there for the salary, and you can tell the one who is passionate about the job. And I want us to be passionate about our jobs. Let us add knowledge, let us seek knowledge, let's seek information. When you go, that is why I totally agree with the all arguments you have made here, that we need training, continuous training, especially for police officers. In all other kind of public service, people go through training. The police officers are the most disadvantaged people when it comes to training. I want to insist here that we will take the proposals you gave us to look for resources for continuous training of our officers so that you have the capacity to deliver to the people of Kenya. Number 2, if you want to succeed, and if you want to succeed as the country, kwanza mumeongea kwa hapa, watu wamesema hapa, wenye wako hapa ni serikali. Saa hii Nakuru mzima, watu wenye wako na shida mambo ya security, shida zote wako nao, wanajua serikali, wamekutana wako kwa K9. Ukweli ama si ukweli? Yeah? Wanajua the government is here. But at the same time, wanajiuliza, why are we suffering and the government is here? Kwa sababu nyinyi mmeenda mpaka grassroots. Shida kubwa tunapambana nayo sana inaitwa ufisadi, inaitwa corruption. We have to confront this monster called corruption, called kitu kidogo. Hiyo ndio inatumaliza completely. Inaharibu jina ya chief, assistant chief, OCS, polisi, you know. Sasa tunakuwa watu wa kutafuta excuses. Msijali hata kama sisi ni corrupt. Mtafute hata kitu moja yenye sisi ni wazuri jameni na mtushukuru. Yeah? Suliana OCPD OCS alikuwa anang'ang'ana Mwangangi. Anajaribu kung'ang'ana kutafuta njia ya kutengeneza jina. The reason why he's saying that is because tuko na shida mingi sana. Watu wa bodaboda wanatulia. Akienda pesa 500, jioni polisi anapeleka 300. Akienda nyumbani na kwa familia yake, anajua kwamba he's not working for his wife and children. He's also working for police officer.
You see, now that brings in hatred and bad blood, you know. If you are a traffic officer somewhere, do your job. Be diligent. Don't be the reason why pombe inapita. Don't be the reason. Let me tell you guys, hakuna vile, na tusidanganyani, hakuna vile pombe haramu, bangi, na madawa ya kulevya inauzwa kwa any place in the Republic of Kenya bila support ya police na administrative officers. Hakuna. Ukiona mahali penye bangi na pombe na nini inauzwa sana, polisi ya hapo ndio wanasaidia. In fact, ndio hao ndio watchmen ya kuhakikisha kwamba inauzwa hivi na wanapata kitu kutoka hiyo uuzaji ya hiyo pombe. That is why, na ukitaka ujue ni ukweli, unaona polisi akikuwa transferred na mwingine akuje, the place inakuwa sawa. Ukweli ama sio kweli? Sijauliza nyinyi, ngoja nauliza nyinyi hapa, ukweli ama sio ukweli? Mnaogopa kusema ukweli? So I have said, for any place tutapata pombe haramu inaendelea, bangi imezidi na all this ubaya, there is no need to waste time asking Inspector General of Police, asking who. Hiyo ni makosa ya chief na OCS. Watu wangapi? Wawili. Tukishakutana chief na OCS, chief tunamuuliza, did you report? Anasema yes. Akisema yes, tunauliza OCS, why did you not enforce? Tumeelewana? Tumeelewana? If we are simulini ya patia lecture, sasa mimi wacha niseme yangu. Mumeelewana na mimi? The only way tutamaliza pombe haramu na bangi na hii mambo yote kwa county hii ni to make sure that the leaders at the grassroots level have the passion to fight against to have a fight against these things. Number 3 ni kusema there are many things you have raised here about welfare yenu. Wacha nianzie kwamba kwanza tumepambana na mambo ya training. I have already said about the police officers, how we are dealing with promotion. We are working on the transfer policy. And I like, tunaona ideas inaendelea kuja. Ule OCS wa Bondeni amesema, hata ukini transfer na askari wako hapo wamekaa 6 years, ule OCS mwingine atakuja kuwa na hiyo tabu, the same one. Ukweli ama sio kweli? So we need to make sure that transfer system is rotational for everybody, not just for the OCS or the leaders in the place, and we will make sure that that is sorted. Once we finish recruitment, tutaona vile itakuwa rotational kwa nchi yetu mambo ya transfer. Pia mambo ya promotions tumesema we have sorted that. Chiefs mumeenda training, wenzenu karibu 15 tayari walienda wiki hii. Yeah? Na kwa sababu kulikuwa na space, because kuna watu wengine hawakuja, walikuwa 58, 59, wakasema hawawezi training, macho yao yuko kwenda retirement, hawataki mambo ya training tena. So we have added another 10 chiefs ambao nataka wataenda kesho. Nani anaitwa Aristides Kariuki? Aristides Kariuki hapo hapa? Huyo acha kuja mkutano ya waziri, wacha hiyo aondolewe. David Mwaniki, ya Mwaniki ndio yule anasimama tu. Margaret Muiruri, Margaret ako hapa, asante. Simon Koskei ako hapa, Simon Koskei ndio yule. Paul Ngigi ako pale. Wapi anaitwa Press, uzuri uzee imekuja, Brace Mudhe na majina kubwa kubwa hii dunia. Asante sana. Maureen Chepkurui ndio yule, asante sana. Beatrice Kuria, Eric Rono, Wilfred Matoke. Wilfred Matoke agapi? Oh, very good. Ule wa kwanza pengine ameshikana mahali, ama ametoka nje, amerudi tena ndani. Huyo ndiye ashaenda. Okay, so nyinyi ambao nimeita jina yenu, kesho by lunch time mkuwe Embakasi. Yeah. Sasa nzia kupigia
baba mama simu ama mama upigie bwana yako mwambie wakupangie nguo saa 7 kesho mko training. Asanteni sana. And the next 1 week or 2 tunachukua another 1000. So Nakuru itapata another 15. By December tumalize wale wote walisimama hapa na wajaenda through training. Tuhakikishe hiyo imefanyika, tusonge mbele. Pia na hiyo training itafuatwa na promotion. Tumesema pia mambo ya magari. Tuko na shida ya magari Kenya mzima. We are doing procurement ya mambo ya magari katika Kenya mzima and we will distribute fairly. Nimekubali ile maneno ile Madam ACC alisema ni ukweli. Tunaweza anza kwa kupeana gari at least moja kwa sub county yenye ACCs wanatumia kama pool vehicle. Ndio wasipate kwa shida yenye iko nayo. Yeah? Sasa uliona ule mwanafunzi yangu ACC alikuwa hapa? Yeah, simuona huyo wakili ACC namna hii. Can you imagine huyu mama anapelekwa na nduthi aende mkutano? Yeah? Na mzee wa boda anamwambia shika vizuri. Yeah? Please get it. Hiyo ni vizuri kweli. Alafu serikali inakuja kama imemshika mtu ya boda. Yeah? Niliambiwa na ACC mwingine bale sijasema mtu wa boda ni mbaya, lakini serikali lazima ikuje na gari yake hata kama ni motorbike. Si namna hiyo? Na kwa nini watu wa boda wanafurahi sana vile nimesema? Yeah. Wache hiyo story. Lakini niliambiwa na mama moja ACC pia alibeba mkutano huko Kitale, huko Trans Nzoia. Wakati tu amekaribia mkutano, I think mtu ya boda alikuwa excited, akamwangusha, akaingia kwa matope. Ataraia wakasema serikali imeanguka. So we need to ensure that we have transport facilities for you, and we are working on that to make sure that that is done. Police stations, tumesema tuko na shida kubwa sana kwa police station across the country. Most of them ni colonial. Na again, we are working on a program with the parliament. In the next supplementary, we get certain resources to design all the police stations so that we build them. Now, under housing, they are going to build for us 17,000 houses for police officers. And I like that policy ya kusema at least OCS, deputy OCS, na superintendent in charge of the armory, at least waishi kwa police station, so that you can make sure that the police station is active and is able to respond. But our ideal position is as much as possible to almost all the officers living within the police station. Mmesema mambo ya AIA, we will try to see that. Ile operationalization of administrative units, I have agreed all the 10 divisions ya Nakuru ikuwe operationalized next week. ACCs wakuje, and then I will pick the number of locations we can advertise based on the budget that is in place. Wale walisimama hapa na wajalipwa salary for the last 2 years, 17 months. I give you my word, by September mtakuwa mmepata salary zenu. I'll make sure that that situation is sorted so that we can be able to songe mbele pamoja. So that I summarize, it's really unfortunate we had to rush you like this because imekuwa late. Mambo ya uniform sasa tumesema iletwe kwa sub county, not kwa county, kwa every county. Hii mambo ya kwenda Embakasi kutafuta uniform imeisha. Uniform ya chief inaletwa hapa, kwa sababu kuna chief huko Kitui nilimpata, sikujua ni longi alikuwa nayo ama ni marinda. Kumbe ni mwanaume alirushiwa uniform tu, alifika dirisha akarushiwa longi. Sasa akaambia hawa ni kubwa, akamwambia jaribu mbele na fundi. Before apate fundi, waziri akakuja na hiyo ndio longi alikuja nayo. Akakuja mkutano. So we are going to sort that. I'm told even in some places mnaenda kupewa viatu yenye iko ni mguu moja, both of them, na ni namba 7 karibu yote. So we need to deal with those. And then people are buying uniform for themselves. That will come to an end. Mambo ya kurepresentiwa, do your job. We have agreed that we will work with the Attorney General's office. For as long as you have been sued, ukiwa kazi yako, usitumie pesa yako kujidefend. It is the job of the ministry and the Attorney General's office. That's why we have a legal department to make sure that they represent you.
Mambo ya village elders, they are on my table. I'm working on it so that I present in the cabinet to only a small thing that we can support our village elders. Mambo ya extraneous allowance are being worked on. Compensation for officers when wanaumizwa, I take that seriously. Mambo ya risk allowance, operationalization of gazetted nini nimesema, promotions, mobility, mambo ya training, mambo ya graduate chiefs to ACCs nimewaambia we will reserve those opportunities for you. Mmesema Ngao Training College, kama ingekuwa na pesa ningesupport sana. Tujenge university ya Ngao peke yao, wanatrainiwa. Na mimi nikitoka hii job mimi naenda kuwa vice chancellor huko. Ndio nikuwa na train my chiefs. But we'll see how we can work with the existing government institutions in a more decentralized manner, including government installation. Netwa nini the the local Kenya School of Government, yeah. So that School of Government branches in the regions, we can work with them. Our NSSF issue, nimesema ifuatwe. Wines and spirit licensing, we should work together with county government. Madam Governor atasema kitu baadaye, but so that we streamline those issues. The scheme of service for chiefs, nimesikia hiyo, and we already had it across the country. We are working on it. Magistrates, we need to amend the law, and this is for members of parliament. In law, there is something called presumption of, we need to presume this is changa unless mwenye alikuwa anakunywa aseme haikuwa, so that we shift the burden to the person who had changa, so that the magistrate will just, and I also like the proposal walisema, let the person take the plea first, then they can be given bail, alafu sasa twende government chemist ndio turudi. Kama atapinga apewe fine aende, kama atapinga twende government chemist, then case iendelee. I think that those are some of the good proposals I've heard from here. Mambo ya land conflict SAPA, I'm very much aware, including Oljorai and others, and we are working in an interagency manner to resolve mambo ya land issues and to deal with fraudulent invasion of private property. Hiyo mambo ya road hiyo barabara request, mambo mingi serikali inafanya hizo road request, including hiyo ya Kongazisi imeombwa huko. Si wapi Madam Chief wa hiyo area wa Tangitano. I thought Madam Chief wako hapo, ya hiyo ni chief yangu huko. Na wengine, you know what we are planning to do, so it will be done. You just need to be patient. Tutafutie pesa ndio tumalize hiyo small link. And Chief, thank you for your proposal umesema. Mambo ya mimi pia ni mtu niko na stakeholder ya Nakuru, by the way. Sinione tu kama mimi ni mtu hivi. Niko pia na network hapa. KRA, KEBS and so forth, I agree. We need to continue working in multi-agency, especially on matters of ethanol. And I agree with the chairman wa watu wa pombe. Ule aliongea hapa, he made very nice points. Lakini anauza pombe, lakini akae mtu mwenye anakunywa. Ni kijana, wewe unazaje kuwa mtoto wa pastor na unauza pombe? Lakini you made very good points, and we'll do a follow-up on those issues. Mambo ya airport hapa, it's ongoing. I am very much aware that Nakuru airport itaisha karibuni. Illegal immigrants, we have a plan for it. Illegal fishing in the lake, tumesema we need to do also some operation in a multi-agency way to deal with this issue. And we need scientific tests and publicity on the toxicity of the fish that is coming from this place, and I agree with you on all those proposals. Training and career progression, mambo ya continuous training, change management, transfers. I agree. Imekuwa makosa kubwa sana kwamba we are transferring police officers, ACCs, kupitia political influence. You know? Na hiyo sijawahi kusikia such an example. This was a unique example. Atubruwa ndio atakwambia wewe utaenda. Si ni kweli? By the time Brewer anakuambia kuenda,
Sinamaanisha mwenye ana transfer watu ako na good network na ule brewer, si ndio? So it is something that came out strongly also in Narok yesterday, that officers are very unhappy with transfers that are politically motivated. The other transfer pia imesemwa, let's do transfers with consideration of family issues, unless of course there's an emergency and so forth. And I agree that has also be properly captured, especially when it involves women and they have children and they're staying with them and so forth, and especially young families. It is something. I don't know ile statistics ya 17 wives wameenda ya hata DCC DCC 17 police officer kume. That is, I would Madam Beverly and SNA, your research your DCC, we can interrogate further, and if it is true, we can use it for policy making. Ketini, we don't want people to lose their wives because they are working for government. We need to see how we can support them to be with their wives, and see how the government can do so. Mambo ya government chemistry, hata tulikuwa tunasema na governor hapa, Nakuru is so important as an headquarters that it should have a government chemistry office here. Sinamna hiyo? So I'm going to work out. I already also directed that Eldoret ipewe government chemistry. It's already being worked out, and this Nakuru being a city also must have the government chemistry here, so that it makes work more easier for you. Mambo ya equipment ya police, use of drones. I appreciate the presentation on technology, and that's what we are working on, including we are working on also digital OB, so that Kenyans can report crime even when they are home. They don't have to come to the police station. Mambo ya, there is also a contentious issue. Most police officers wanasema, we are going to look for a lawyer from outside to hire them as professionals, and we have police officers who can be promoted to the level, and the same for different professions. We have had you, and I saw it in the news yesterday also in your engagement, and it's something we need to deal with. Hiyo mambo ingine ya IG, DIG and so forth, it is noted. Fuel. Mambo ya fuel, hata nyinyi mna complain kwa Nakuru. Nakuru iko na shida gani? Nakuru ni accessible. Just imagine a police station in Kibish, in Turkana, inapewa 450 liters. Na Kibish ni about 800. It's about 400. 450 kilometer from Kitale. Ikikuja 1 na ende 1. Mafuta yenye nabaki kwa gari imeisha. Inaenda kurotate tu kidogo, inangojea next month kukuja tena Kitale na kurudi. So, of course, I have appreciated what you said, because when we change ile ya Kibish, itasaidia also Nakuru. So we have already made a presentation so that we move the mafuta at least to 650, and then to make it accessible in more centers. At least for Turkana, wapate hata kwa Lodwa, itakuwa reduce the distance so that it can help our people. So we are working on that. Labs, nimesikia hizo ya DCI related presentations, KRA, alcohol, mashamba yenye naibwa, we will follow up ile maendeleo walisema, Kalewa stage with Bangi. Sasa nani ni OCS in charge of Kalewa stage? Kalewa yuko wapi? So sasa nataka waziri akuja fukuze Bangi. Kwani gari ndio inafukuza Bangi? Yani Kaptembo ni mahali ya kutembea na mguu kila mahali. Wana gari is not the problem. The problem ni kumaliza Bangi. In another 2 weeks sitaki kusikia Bangi kwa hiyo area yako. Just the way we don't want to hear in the whole county. Gari itakuja baadaye, lakini nyorosha kasi. Thank you very much. Reform the youth, wapewe certificates. I have heard you. And then seedlings, I agree. Those points ya kusema tupatie youth, wa plant seedlings, Maria Shoni and the Okiek issues, I'm going to look at it. Youth tournaments, nimesikia, Egerton land issues, among others. Yeah. Nimewashukuru sana. Kwanza, let me say this.
I have utmost respect for the leaders of Nakuru County, from the governor to the MCAs, from the members of parliament, women rep to the rest of the members of parliament, because it takes humility for a politician to stay like this the whole day. Ordinarily, wangesema hii ni kazi ya Murkomen anakuja kutuweka hapa tusikie nini. Pigie makofi hawa. And to keep a politician in one place the whole day, sio rahisi. Si nyinyi hata mnajuanga vile tunakuja mikutano? Si mnajua vile wanafikanga? Wanafika mazishi ya ujui nani amekufa, anakuambia nipatie microphone. Alafu anasema huyu mama amelala, Mungu amjalie, kumbe ni mzee ambaye ni 90 years. But ukiona hawa wamekaa hivi, this is a total act of humility on their part. And because they have been humble and they have waited for us, hata kama walini whisper hapa wakasema situmalize tu mkutano, I will give them the opportunity, waseme at least a few. Kwanza, you know, we work with them to make sure that we build police stations. And we have agreed, the ones which have been built, we gazette where we need to gazette. Ile wamejenga, nitatafuta furniture, iwanzie hapo. And then going forward, after supplementary, we agree. One portion itafanywa, maybe we do 50-50 ama 60-40, kwa budget ndio tujenge the new police station tumaliza haraka between CDF and ourselves. So these are our integral partners kwa mambo ya usalama, and we cannot wish them away. Mimi nimewaomba tu wao wanisaidie kupigana na gangs na wangangane na mambo ya kuhakikisha wakiomba kura mambo ya incitement isikuwe part of the campaign. Wakae vile watu wamekuwa wakikaa pamoja. Yeah? Na mimi nimewaashua wale wazuri, because wale hao wote ni wazuri, wenye watafanya kazi yao vizuri, nitahakikisha wale wabaya wameshikwa na kuwekwa jela, kwa sababu we want this Nakuru. I promise you, and I promise you, there will be no problem in Nakuru. There will be absolutely no problem in Nakuru. I will keep my personal eye on every corner of Nakuru, including deployment of our officers, including na mtu yoyote atajaribu, I will take very stern action against. Wajana ile wanasema tumepelekwa kotini kwa terrorism nini, tutakupeleka hata kotini for genocide if you contemplate to do those kind of things, because we want Nakuru to be the Nakuru that we have enjoyed over all this period of time. And therefore I want to tell our police officers here, kama wewe ni police officer, kama wewe ni administration officer, unafanya mkutano ya usiku na people who are inciting violence and undermining this administration, we will deal with you and deal with you squarely. Sijui kama tumeelewana? Nyinyi mwende huko muweke watu pamoja. Every corner you go, bring our people. Sijawaambia mkampeinie mtu yoyote hapana, but let it be your duty to make sure that you work day and night. Last elections, we were struggling in Joro and other places because some characters walikuwa wanasunguka hapa na wanafanya incitement. Now, some people want to do incitement in Molo or another place. We will not accept. And I promise we will not. So public officers who are in those places, we will help you. Wacha tumalize hii recruitment. Tutawaongezea polisi ya kutosha to give you the strength that you need to make sure that people who are inciting violence in this county are dealt with and dealt with strongly. I have also heard ile mambo ya climate works, nitapelekea Mheshimiwa Rais habari kusema vijana wamesema tuongeze wale watachukuliwa kwa mambo ya climate works, na imesemwa pia na administrative officers kusaidia kuchukua vijana wetu from idleness so that they can have something to do. With all those many remarks, I would like to invite, is the speaker here? No. It was the speaker. Majority leader. Majority leader. Majority leader kuja, introduce all the MCAs, na useme kitu moja, alafu ite Mheshimiwa Arama to also invite the other MPs. Mtavumilia na kisa na nini, tuendelee tu namna hiyo, usijali. Pigeni makofi. Asante sana. Shukrani sana waziri wetu, governor, and all protocol observed. Because of time, ningependa niseme ya kwamba tumekuja hapa kama MCAs 61
kuja kushikana pamoja na wewe. Wengine tumewatuma huko Homa Bay kwa sababu ya mambo ya devolution. President atakuwa huko kesho. Tunashukuru sana kama MCAs ambao tumekuja, na tunasema ya kwamba nitakuwa tu na point mbili. Moja ni kwamba sisi kama MCAs wa County Assembly ya Nakuru tutashirikiana pamoja na viongozi wengine tuhakikishe ya kwamba mambo kueneza mambo ya amani katika kaunti hii yetu ya Nakuru. Asante sana waziri, kwa sababu ya time, pengine MCAs wote msimame tu and then you wave to the to waziri and our excellency the governor na viongozi ambao wako hapa hivi. Asanteni sana, Mungu awabariki, na mkaribisha Mheshimiwa Rama ili aendelee. Asante sana majority, thank you so much. Bwana waziri na wenzangu wale wamefika hapa na wageni wote, na wasalimu wa mjambo. Najua mmechoka sana, lakini mmechoka kwa sababu najua hii function leo ilikuwa yenu, na mimi nimefurahi sana kwa sababu waziri amechukua jukumu ya kusikiza nyinyi. Hata kama saa zingine nyinyi mnaogopa, mnasema pengine kama askari mnaweza letea shida, waziri alikuwa ametuhakikishia ya kwamba hakuna shida itakuwa kwenu, vile mmeongea hapa yeye ataishia hapa. Hata kama umeongea vile umeongea, waziri alituhakikishia sisi, akasema hakuna maneno. Waziri, kitu moja tu nataka kusema ya kwamba our officers kwanza hapa Nakuru, sisi tunafanya kazi pamoja na hii security officers, hatukuangi na shida. Hiyo ndio kitu ya muhimu sana. Hata mahali umesikia Kaptembwa, I think mahali amesema Masembe, mimi ndio mheshimiwa hapo, lakini chusi Madam Florence Ochachua tulikaa kabisa tukaongea, ile pange ilikuwa pale, hata siasi anajua siku hizi hakuna, kwa sababu watu wananunulia machines, washing machines, the governor is my witness here. Siku hizi wale watu wanaosha magari pale. Kwa hivyo OCS anafanya kazi mzuri na hao wote wanafanya kazi mzuri. Ile kitu nilikuwa ninataka kusema moja tu ni kwamba promotions ya officers, hiyo ndio nataka kusema muende muwasaidie. In most cases we interact with officers, unaona officer anakuja anakueleza, anasema anataka unisaidie nipate promotion ya merit, simply because unakuta this officer ako na wenzake pengine because they are well connected huku kwenu, huku vigilance house, wameenda pale wanapewa promotions, hapa chini wanawacha kama una mtu yule anaweza kukusaidia. Kwa hivyo tunataka tujue procedures, just get the procedures of getting these merit promotions, so that hata hapa chini watu wengi wapate, kwa sababu hapa chini kama ujui mkubwa pale vigilance house huwezi kupata. We know cases where watu wameajiriwa juzi hata hawajakaa sana, unakuta amekuwa kopiro, amekuwa sergeant, amekuwa amepita, amekuwa inspector, mpaka amekuwa chief inspector. While you can have some officers kama huyu ameongea hapa Mwangangi to be an OCS, bwana CS for 13 years, I think is not fair. Let's have these promotions procedures na the ways napata, so that ndio kila mtu apate, ndio kila mtu ataritika. Lakini ukipenda ukute wengine wanaenda kama saa hii, nimeona DCI ameongea, amesema vile wanapewa mafuta kidogo. Hii mafuta wakipewa sasa hiyo 15 liters, how can you fight crime? I think we are referring maybe as a government, when we don't provide the proper maybe even the amount of money per vehicle, per even OCS. Saa zingine unakuta OCS anakuambia mheshimiwa, sina pesa ya mafuta ya kuenda kufanyia kazi. So as much as we want to fight crime, wacha tupatie watu this time. Unaona Florence amesema pale chini
hakuna gari. So moving from one station to another is an issue. Even transfers, bwana CS. These transfers, iko mama alikuja kwangu, akanieleza akasema yeye ni mjane, si police officer, lakini bwana yake alikuwa ameaga, amepigwa transfer kwenda kwingine. Na yeye hakuwa amekaa hii station ya Nakuru hapa. Hakuwa amekaa hata miaka 2. And when you find like that, ukienda kuuliza wakubwa wako wanakuambia transfer imetoka Nairobi. Nairobi ukitaka kuenda, I understand one time, I don't know kama officers you can confirm to us here, because tulisema this be very free, that I think the DIG police aliandika signal anasema ya kwamba usijaribu kuenda kwa mheshimiwa akuja kukutetea hapa. I don't know, that one nyinyi mtatuambia kama iko na amu kusema. Waziri, mimi kutetea askari sioni kama iko ubaya. There is nothing wrong, because I'm an elected leader. I've built very good police stations in my constituents. So if I find a police officer ako na shida, akuja aseme mheshimiwa Rama nataka unisaidie, alafu ukuta iko siku imeandikwa kama hiyo, I think we are there to serve you people. We serve everybody. Therefore, I think it would have not been right for the DIG. I don't know who was there at that time, whether he went, Yoro is there, but I think we are elected leaders. Let's just work together. And then what I've realized is that when you find people abusing the president, there is a law we passed in parliament. You can't tell me that unataka kuenda, for example, useme Ramo muweke kwa COVID. Ukienda, where do you find the officers? Saa hiyo mko wapi? Na hiyo mtu unakuta anatoka kwenu. So, hii maneno ya sheria, mnasema saa zingine ati hapana hiye, we passed parliament to repitisha sheria. When you do something like that, you don't even need Yaramo to come and complain. Just arrest that person, peleka yeye kotini. Ile shida wasiri, polisi wanapata ODPP. I don't know whether they are here, and it's good that we could have invited them here. Unakuta askari amefanya kazi mzuri, anataka kuenda kupata consent inakuwa ni shida. Wanasema waje hiyo suspect. Kwa sababu hiyo consent kupata is another issue in this county. I was talking with Madam Governor the other day, nikamwambia nataka na tuende kuona the ODPP himself, so that the police officers wakiarrest wakitaka kupeleka kotini wanapata consent. Let them want to prove in court that this person had committed an offense. Kwa hivyo mimi nataka tushirikiane pamoja na hii maneno ya transfers, CS ya watu kuwa transferred wa kina mama. Wacha mtu akae station kama ni 3 years, wacha ajua anakaa 3 years. Imagine unakaa 1 year, you are transferred. Na transfers zingine pengine tuwachie watu kama region, so that we can talk around here. Unakuta transfers zinatoka Nairobi, watu wanasumbuka sana. Ama namna gani officers? Mko sawa na transfers? Amuna, so mkiambia waziri mueleze yeye ndio mwisho. And you know the seat of interior minister is slightly higher than these other ministers. That's why unaona kila mtu tunakurudia, tunakuambia hii, tunasema hii. Nikirudi kwa county government, ile officer ameongea kuhusu recurrency. I'm sure you know, even the deputy county commissioners wanajua ya kwamba at every sub county, OCS the local of commanding police station is a member. She's a member ya legal licensing board. So why could you have a problem with the somebody saying that the county government yana wanaenda wanapeana, mkikataa mnaweka minutes, mnapeleka inaenda kwa OCPD kuendelea namna hiyo. Kwa hivyo wacha tuendelee kushirikiana, sisi we cooperate the way tunataka serikali iende. Sisi hapa Nakuru tuko na amani, we work together as members of parliament under the leadership of our governor, and we are doing very well. Siku hizi hatuna maneno mingi. Na magari hiyo mlikuwa mnauliza hapa, hata sisi tulikuwa tumeuliza waziri, akasema tutaendelea kuongoja kwa sababu ya budget. Lakini I think this budget tuliweka, this financial year tuliweka budget. Kwa hivyo Mheshimiwa Gikaria ayuka hapa leo kwa sababu alikuwa ameenda kazi Nairobi, na amesema nipeleke nisake hapa, niseme atakuja baadaye. Kwa hivyo watu ya Nakuru Town East,
You are very well represented by your member of parliament, who is my good friend. Yeye ako Nairobi na amesema karibu sana. Hata mara ya kwanza mkinipatia nafasi ni kukaribisha watu hapo wale wametoka mbali, lakini kwa niaba ya Mheshimiwa Gikaria, karibu sana wale mmefika hapa. Vile mmesikia mimi ni Mheshimiwa Rama na Nakuru Town West Constituency Member of Parliament. Kwa hivyo waja nipate nafasi niite waheshimiwa, sijui nitaanzia wapi. Waja tuanzie the far end. Mutai tuanzie madam. Waja tuanzie Murembo. Huyu madam Murembo yeye ni mpia party. Mlikuwa mnajua Ngunjiri? Mheshimiwa Ngunjiri. Watu wapi ya party mko hapa party? Mheshimiwa wenu huyu ndiye alitoa Mheshimiwa Ngunjiri. Mzee tulikuwa tunaheshimu sana. Huyu ni mama ya nguvu. Waja waongeleza dakika moja. Asante. Asante sana waziri, governor wetu, all the security heads here and our MCAs na watu wote wa administration. Good evening. Waziri